kuguru mai tukono makinyite tungire guthikire na tekiria ni igwe cino ni agukika ati ni kuye ni guturehera yes kwina heho we kwina heho no ni ukaja mutahi ni aratukiri na me tutihana ine tandu ni ndina kagoti wendo ni ndaikara riri pero ni na ni ndikirio kibarubaru no ni turakonda sa tado me domenya kete riri turamenyerete kuonekana muno riu maundu mani marajikaria tu ndamenya good ilikuwa imesimama sio kwa nini but by next week tutakuwa na producer on Monday so tutakuwa sawa we will be okay imerudi ilikuwa imenyamaza so we are back yes and karibuni sana so welcome karibuni ati unajua title lazima pia uandike title watu wanaelewa kwa sababu sasa utawaambia vitu. Do you know by the way the reason as to why so many people do not have big following kwa social media ni juu uko na story mzuri lakini title yenye umeweka it's an obvious title. Who will watch an obvious thing? So pick the catchy point. Ifanye ikuwe title. Bora hiyo kitu walitaja hapo. Hata kama walitaja second view. So thank you so much. Na nasikia mchungaji leo ni siku ile ya kuzungumza ile lugha wanapenda sana. By the leo tuna zungumza ile lugha ambayo ni ya kitaifa. Sasa shida yetu hatujazoea sana. Tutakuwa tunarudi tu kidogo, tunarudi ile tu yetu. Ile ya Boranga ile. Ile ya Boranga ile. Tuko mashinani. Bado tuko tunakuja hivyo. Tunaambiwa bado iko juu hiyo lugha ya mashinani. Wanaonaje? So thank you so much. Welcome to Farodi wa Thayo TV. Ati hapo ndio Farodi as I was watching something else. Alikuwa na watch something else kuona title nikaruka nani. Anastasia wajiko. Sweetheart, at least leo umepata notification mapema. Because what we are about to speak here, itakushtua lakini pia tutakuelimisha. Because that's why in fact tumesema na by the way ningetaka hata huyo apostle hata akitoa part 2 bado atakuja hapa ukiwa hapo. Let's educate people. Hizi science ziko na mimi yako hapa kutuchambulia pia zaidi. Kuhusiana na testimony yake. Tujue kuingia kwa shetani. Mtu anaitangwa tu kwa gate unatoka unafungua gate unaenda kwa shetani. I mean unajua kitambo tulikuwa tunadanganywa kuna gari itakuja ukisimamishwa usipewe lift na mtu. Baadaye tulikuwa tunaambiwa hivyo tukua changa. Usipewe lift na mtu. Juu hizo vitu bado nafikiri zilikuwa lakini kulikuwa na tuoga fulani lakini hiyo uoga hatutaki uoga sana, wacha tuelimishwe. Yes. Kwa sababu hata ukiweka watu uoga na uambii watafanya aje. Kwa hivyo niliona watu wakisema Farodi hutusaidii kwa sababu natuletea testimony lakini hata pate tu hamjaleta sasa tunataka kusikia yote. Wao unataka kukua na uoga zaidi. Mimi sitaki ukue na uoga, nataka na kuelimisha kidogo alafu nakuletea. Yes. Kwa sababu pia ni vizuri tukue educated na hizi mambo. So karibu sana Reverend. Thank you. Thank you sana Farodi. Nimefurahia at least hii ni Thursday nyingine, Alhamisi nyingine Mungu ametupea. Ili tuje at least tuongee na marafiki wetu na watu ambao huwa wanatutazama, wale ambao wako hapa Kenya, wale ambao wako nchi za nje, tubarikiwe pamoja. Very good. So pao tumeleta hapa kwa Farodi wa Thayo TV sometimes back. Are we okay? Network na we okay. Asi unajua obvious. Sisi tunaelewa tu. Si ati kuna shida ya network. Huyu akisikia tunasema network anajua shida iko wapi. Ukiona kuna shida ya network iko sawa by the way. Kwa hivyo shida si. Shida ni chenye tunataka kuongelelea. Muhimu kwanza ni muhimu sana. Unajua shetani hajafurahishwa na kile tunaongea leo. Hana furaha. Kuna stress by the way.
tunamu expose. So ukiona network inaleta shida, by the way ile network niko nayo hapa ni very strong. I know. Very strong. Very strong. Dedicated. Yes. Kwa hivyo hatutisha tishu pia. Uweze kutisha tisha. Yes. So wacha tukaribishe, tutashare mic. Anastasia bado tutaomba. Ati anasema ndio mstaki na maombi. Ni introduction tutaomba. Lazima. Hapa bila maombi. Yes. So tusalimie alafu tuombe. Habari zenyu. Praise God. Sauti. Kwa majina yangu naitwa Faith Karuri, nimeokoka, nampenda Mungu kama mwokozi wa maisha yangu. Namshukuru kwa penye amenifikisha. Kutoka the last time nilitoa testimony mpaka saizi, nimeona tu grace yake kwa life yangu. Na namthank tu sana kwa feedback yenye nilipata kwa hiyo testimony ngiri. So nashukuru Mungu sana. Mbarikiwe. Alright. So pastor, ningependa tuombe ndio at least tuweze kuendelea. Ni kama leo tuko sawa. Okay. Tutaendelea hivyo. Hatuwezi tisho sisi. Hatuwezi. We are unshakable. Yes. Yes. Wachani tuombe at least ili tuendelee pamoja vizuri. Baba, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, asante kwa neema yako. Asante kwa damu yako ya msalaba iliyomwagika kwa ajili yetu na yanena mema juu yetu, juu ya familia zetu, juu ya watamazi wetu. Father, katika jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, ama watu wote ambao tufuatilia, tunatangaza neema yako. Baba, tunapoendelea, tunatangaza nguvu zako zinaonekana. Tunadikira kwamba shetani hana uwezo, shetani hana nguvu, ako chini ya miguu yetu. Asante Jehova kwa sababu watu wengi Good, you're back. Hey. We are back. We are back. We are back now. Yeah. You're back. Yes. I hope haitatusumbua tena. Tumongee Kikuyu. Okay, network inasikia Kikuyu ni kama tutashift. Ati inastua kwa sababu tunaongea Kiswahili. Ile time tunaongea Kikuyu ati haisumbui. Tukiongea Kikuyu haisumbui. Haisumbui. So we are back by fire by force. Poleni sana. Nafikiri mambo iko sawa sasa. So let's get back. Tulikuwa wapi? Baada tuko tumeanza. Tulikuwa tunaenda kuanza sasa. Yes. So karibuni tena. Karibuni tena. Na leo tumesema tutazungumza kwa lugha ya taifa kwa sababu tumekuwa na watazamaji kutoka kaunti zingine, kutoka kabila zingine, and they are so interested to know what we are speaking about, and because this is a human interest story, nafikiri ni vizuri tuongee kwa lugha ya Kiswahili ili kila mtu aweze kuelewa, because we are here to help everyone. So we have Faith Karuri here. I did her story early this year, na yeye mwenyewe nikangojea, nikampea time kwanza aweze kufanyiwa deliverance, na nikamtuma kwa mchungaji ili aweze kufanyiwa deliverance and complete deliverance, and it's a process. I thought ni kitu anafanyiwa Wednesday moja alafu wako sawa. Nani? Hey. Si yako hapa ataongea. So we are here, one, atatunaritia that story hata kama sio yote, because there are those key areas tunataka kuguza sana. How to get there, alijipata aje, ni vitu gani unaweza kuwa unafanya kwa maisha yako zifungue mlango, na ni vipi kama uko huko ungetaka kutoka. Because maybe you're there and you're watching us, and maybe ulifikiria sasa hakuna option, yani itabidi tu ati umekaa huko juu hakuna way out. So we are here to
to talk about several issues zinahusiana na story yake, kwa sababu sijui kama uliona, inaitwa Faith Karuri. Ukiangalia hapo YouTube utaona Faith Karuri na utaona story yake, the way alikuwa ametumwa seduce bishop mmoja na vitu mingi fane. Ako hapa ataongea. So Reverend, labda kabla aongee, maybe unaweza nena mawili matatu ndio tumpe nafasi aweze. I know you'll be having much time ya kutuelezea according to venye atakuwa. Yaani kuna mahali itafika ni kuachie sasa mkuwe ni wewe na yeye, because there are things maybe you've talked a lot na yeye, amekuelezea jinsi ya vile kwa undani story yake kwa undani. Kuna vitu tu kuongea hapa na yeye because singemwallow bila complete deliverance. Yes, alikuwa amefanywa na by the way utatuambia who should do you deliverance, who should deliver you. Kuna mtu anaweza kudeliver na bado you will not be completely delivered, ujipata bado unagongwa na ulifanywa deliverance. So we will highlight all those. So karibu sana. Thank you. Afrodhi, ni vyema sana at least wale wanatutazama hapa tuwajulisha kwamba Mungu wetu ana nguvu na tuko kwenye ulimwengu tunapigana na maroho na kuna maroho ambayo yanakaa kwa anga, kuna maroho ambayo yanakaa kwa maji, that's what tuna marine kingdom. Kuna ile kingdom ya huko kwa mchanga, alafu kuna ile kingdom ya anga. Na tulisema kwamba wakati unaomba kuna watu ambao they do assume, wanafikiria kwamba kwa sababu umeokoka shetani amekuacha hawezi kufuata. In fact for all ukiokoka hiyo ndio time shetani anakufuata zaidi. Ukiokoka sasa anakutafuta. In fact Jesus Christ yeye mwenyewe kuna kitu alisema wakati alikuwa anajaribiwa na shetani. Bible inasema kwamba afuta kumkemea na kuquote Bible, then mara ya tatu kumwambia kwamba ondoka na uniache. Bible inasema kwamba alimwacha kwa muda. Meaning kuna vile sana naweza kuacha usiposimama na usome mpaka neno ungekuwa bado umekufuatilia. Na shetani tulisema kwamba anaangalia kamlango fulani. Baba alisema kwamba tusimpe nafasi. Unaweza kustukia kwamba ulikuwa muombaji sana alafu maombi yameibiwa. Unaweza kustukia kwamba ulikuwa muibaji sana, nyimbo zimedisappear. Unaweza kustukia kwamba ulikuwa unapenda kanisa sana, ile hamu ya kupenda kanisa imedisappear. Hata ulikuwa a good tither, a good giver, all of a sudden imeisha. Hata hivyo unaweza kustukia kwamba ulikuwa unapenda mwanako sana, alafu ule upendo ukadisappear. Unashinda bona inachukia na hamjako sana, unafikiri kwamba una ule upendo au jio kwamba ni vita ya kiroho. Kwa sababu shetani tunaona kwamba vile anaingilia mpaka ndoa, vile anaingilia mpaka makanisa, vile anaingilia mpaka waobaji, vile anaingilia mpaka praisers. Unaweza kusikia kwamba praisers wameanza kugombana, kumbe maybe ni agent alitumwa kwa kanisa, anakaa tu pale nyuma pale anaanza kugobanisha. Au mnakuta kwamba machini na let me say this Farodhi, I remember kuna time, my first time that was around 04. Wakati kwa tunafungua my first church, mahali tulifungua na nakumbuka kwamba tulikuwa na that was hiyo ilikuwa mara yangu ya kwanza ku encounter an agent. That was 04. Agent ambaye ametumwa alikuwa na assignment. Nakumbuka kwamba tulikuwa na crusade side hii, alafu side ile nyingine ngambo ile nyingine kulikuwa na crusade nyingine. Ule agent alipitia ile ngambo alafu kaja kwetu. Do you know kile ambacho huyo agent alifanya? Alijifanya kipepeo. Alijifanya kipepeo. Sasa akaenda pale kwa machini kama kipepeo. Sasa yule mtu ambaye alijaribu kupiga kipepeo hivyo kiue, machini zikaripuka moto. Zikachomeka. Then akaja saidi ya kwetu. Sasa karibu kule akaja saidi ya kwetu. Wacha unajua tuko tunafikiria kwamba kuna kitu kama hiyo. Wacha tumgoe kweli. Hata ndio kuna watu ambao they don't believe these things. Hata mimi siko na midi. Alafu machini zikazima. Generator ya kwanza ikazimika, ya pili ikazimika. Tukatafuta amplifier kwanza ikachomeka. Ikawaka moshi kubwa. Lakini kumbe ndiye amekuja. Hata matujui my agent. Sasa hiyo Nairobi ama ni Ushago? Si town, ni Ushago. Guy, Ushago hata uwezi fikiria. By the way, I'm talking of watu ambao najua na huko kwetu, I'm talking of Githaiti. Tulikuwa na crusade kubwa sana hapo. Wale wanakumbuka those days. Tulikuwa na crusade hapo. Sisi hatujui agent. Kwanza hiyo agent mimi siko na mimi mambo kama agent. Unajua mimi kwa nafikiri kwamba agent ni wa huko town. Hatu wanatuma town kwa zile kanisa kubwa kubwa. Sasa hiyo tunaweza kufungua kanisa. Sasa wakati sasa tulianza kuombea, tukatafuta finally tulitafuta moja, tukaanza kuombea watu. Huyo sister alianza kujimanifest. Alifura mwili wote. Nguo zake zote zikararuka. Akaachwa bila nguo. Tukaanza kumtafutia leso. Sasa hapo ndipo alisema kwamba ametumwa kutoka kwa bahari.
So sisi hatuko tunaamini kuna mambo kama hayo. Alianza kujisema sababu ya kuja assignment, ametoka wapi, amepitia wapi afike hapo. Hapo ndipo Farudi aliamini kwamba haya mambo yako. Na the reason why tunaelezea watu hapa ni mjua kwamba haya mambo yako. Just because haujakuwa na encounter watu kama how does not mean kwamba they are not there. They are there. Na unasikia Farudi, kuna watu ambao na biashara wangekuwa wamefanikiwa. Na maybe pesa zao zilichukuliwa na agent moja, zikafungwa, biashara ikaisha. Watu wangapi today they are struggling na businesses, not because wanafaa kuwa na struggle, but ni vita ya kiroho. Utaona kana kwamba ni agent alituma mahali pale akapitia kachukua badala moja, hiyo kazi yako ikaisha. Ara haujui kana kwamba wewe Farudi ni nini? Let me tell you this, na nisema hivi, this Tuesday siko na mzee mmoja, sitaki kumtaja, walikuja na bibi yake wakanipigia simu after kutusikiza hapa tukiongea. Ule mzee alienda akapatana na kasichana. Hakuwa anakuja kwamba kana kasichana kana assignment. Alafu akafanya vitendo vio mahali pale akamtumia. Mzee aliishia hapo kwa njia hapo. Sasa bibi amekuwa kicomplain na mzee aliisha. Sasa walikuja on Tuesday watu wawili, mzee akajikubali mimi niende na yule msichana nikala na yeye. Alafu hebu mzee akata. Unajua kuna mahali unafika kwamba sasa hii kwa daktari unasema ukweli. Ndio upone. Unajua sasa haigurumi. Farudi. Sasa kwa sababu haigurumi utafanya nini? Na bibi yako anahitaji kubebwa na hiyo gari na imekataa kuhuruma. Anytime unaenda town mtafanya nini? Utatafuta ya naiba gari au? So ilibidi ajikubali, na ni mtu alifanya hivyo na mtu. Nasema Tuesday, sisemi last week, nasema this Tuesday. Yes. So sasa tuko hapa. Watu elewa haya mambo yako. Kuna maroho yanafunga watu. Kuna maroho yanazuilia watu wafanikiwe. Kuna maroho yanawezafanya mpaka ukataliwe. Kuna maroho yanawezazuilia mpaka uolewe. There. Yes. Okay. So Faith Karuri yako hapa. Sasa Faith, nataka utuelezee uliingiaje, ulijuaje uko ndani, and yes, hapo naachia sasa Reverend ndio akupeleke polepole kwa sababu ndiye amekuwa akikutake through deliverance. Na utaongea kwa sauti. Sasa Ferodi, kuna kitu moja nataka kumake clear. Si ati as such ilikuwa ni deliverance. Kenye ilinipeleka kwa pasi ni zile attacks nilikuwa napatana nazo. Okay. So unaona ukitoka huko unapitianga mambo mob sana, attacks mingi sana. So kwa hivyo after deliverance bado unaattakiwa. Na ni attacks ziko kwa kila Mkristo, si ina depend na encounter zako za life. Kila msee kuna nini challenges zenye upitia. So unaona mimi sasa juu nilikuwa huko, unapata zile nini mingi, napata ni attacks za huko. Tena shetani haezi attack, apendi ku let go haraka, yeye huwa give up. Alafu kitu kingine anajua tukitoka huko tunaenda kumexpose, naye hapendi kuexposiwa. Lakini mimi Kenya naweza ambia mtu yote amekuwa huko, na shetani anajaribu kukufanya usiseme hizi story. The moment anajaribu kukunyamazisha, wewe ata shout hata zaidi. Alafu usijali venye watu watasema ati hizi story aliona movie ni horror nini, hizi ni Afro cinema, a good storyteller. Wewe usijalishwe na hizi mambo juu hii story si kila msee ana understand kuwa life is spiritual. Ukiwa na umwili na udini hauwezi elewa hizi vitu. Alafu pia ukumbuke Bible imesema aje, the God of this world has blinded the eyes of the non-believers. So ni ngumu, wamefungwa macho, as in haezi understand. Na pia Bible ndio imesema kuna wale wa Kristo, yes, ni wa Kristo na wameokoka but hawajui hizi vitu zina exist. Lakini Bible ndio imesema aje, my people perish because of lack of knowledge. Unapata Mkristo anaopresiwa na hizi vitu. As in Mkristo haezi kuwa possessed na mapepo but anaweza kuwa oppressed na mapepo. So wenye tu Bible inasema when you know the truth will set you free. So unapata nikikuja maybe niseme experience yangu, kuna mtu atafunguka atafunguka macho. So mimi na encourage mtu yote usiwahi ogopa kukuja kusema hizi story. Kama ningenyamaza, watu wote wameokoka. By the way, watu wengi sana wameokoka, na hiyo inanifanya nisikie nikuwa fulfilled. Unaona
kumbe God story nilikuwa napitia, kuna mtu mmoja angeokoka ama kuna lives za watu wengi sasa hivi zingekuwa set free. As in, unajua Bible, Jesus Christ alisema aje? Hii parable alipeana ya shepherd aliacha 99 sheep akaenda kutafuta moja yenye ilikuwa imepotea. So hiyo inamaanisha aje? Soul moja hivi kwa God ni important sana. Na pia unakumbuka Bible bado ndio imesema kuna kuanga na celebration kubwa sana huko heaven. Soul moja iki give their life to Jesus Christ. So hiyo kitu inanifurahisha sana kuona watu wamekuwa delivered, watu wamekuwa set free. Hiyo ndio furaha yangu. So nilisema last time nimekuwa in developership for 10 years na si mimi nilitaka kuingia huko. Nilikuwa nimeokoka sana nikiwa high school, nilikuwa Christian Union prayer coordinator. But sasa niko huko shule kuna watu walikam niwaombe deliverance. So mi si wamekuja niwaombe na mimi niona lead prayers. So mi nilikuwa naombea tu pepo toka na inatoka. Anyways, juu mi ni believer na pia Bible imesema all those who believe munaweza fanya hizo signs and wonders. Tena mi nilikuwa naishi a righteous life. So nilikuwa naombea. So wakataka kuni recruit niko huko high school, wakachukua watch yangu wakaipeleka hiyo place, but wakaambiwa, waliwaniwa by the way, wakaambiwa Fei mwezani na yeye juzi ameokoka sana, ni prayerful sana na pia wazazi wake ni wa prayerful sana. So hawaku manage kuniingiza hiyo time, but mimi nakumbuka niliwaniwa na best yao fulani akaniambia, Fei, unaona saizi wameshindwa kukurecruit huko, ukitoka shule usiende kurelax ati ukose kuomba ama nini ama Bible, kusoma Bible, uishi tu life yenye umeishi juu watu wa give up na wanaweza kuja kukukamata siku moja. So after high school mi nilibackslide, nikainua miguu juu, nililala flat kabisa kwa wokovu. So hapo ndio niliwafungulia sasa mlango wakaweza kuni access. So nilisema nilianza kuota vitu fani. Mi nafikiria tu ni ndoto za kawaida, kumbe ni kurekrutiwa huko ndani. So after kuingia, what followed? After kuingia mi sikujua nimeingia. Mi nilikuwa a blind agent. A blind agent ni watu wenye wanaserve shetani na hawajui. Na nikapeana example poa sana, ukitaka kujua we ni blind agent, we angalia tu vitu zenye unaota ukilala. Let's say unaweza ota gari nimeota, au wote ulikuwa kwa njia hivi cause road accident, alafu in real life ina happen. So mi niliingia huko but sikujua. In fact nilijua through pastor fulani, tulikuwa tumeenda mission Isiolo. Huyo pastor ndio alipata revelation. Ndio nilikuwa tu nimekaa chini kwa kiti akanispot huko nyuma. Hiyo time nilikuwa nasumbuliwa sana na tumbo juu unajua sasa usiku nilikuwa naota tukikunywa damu, tukikula nyama ya watu. So nilikuwa na shida na tumbo. So alikuwa ananiita ndio aniombee niache kukuwa na hiyo shida ya tumbo, lakini ile time nilifika hapo kwa madhabahu nahumuka, niliona ametana, amekuwa moto. Ingine ni story tu, ni history venye nili manifest nini. So, hebu tuambie Faith, kuna mahali ulisema story ya kwa mjamzito. Hebu tuelezee kuhusiana na huo ujauzito, ulijuaje si halali? Yenye ilifanya nijue si ya ukweli ni juu sikuwa have sex. Nilikuwa virgin. Alafu
kwanza ni kuota niliota. Nakumbukanga niliotanga nikiwa na ball. Then nikaona mwanamke mwingine mrembo brown akakuja akachukua huyo mtoto na akaenda na yeye. So si after 1 month ndio nikapata nikaona ball. Na ukweli kabisa mimi sikuwa have sex na any man. After that sasa ndio nilisema huyu mtoto sasa anyway hata nani ataniamini nikisema nilipata ball na sijalala na anyone. So ndio nikamwambia boyfriend, nilikuwa na boyfriend, nikamwambia come break virginity yangu. Ndio at least watu hautakuwa na kibarua kigumu cha kuambia watu. So you kind of proved yourself right. I mean you have to do that so that hata ukiulizwa at least ujuange kujijustify. Tena ni kuna pasi niliambia hivyo akaniambia akamwambia mi ball hata sijui ilitoka wapi, na kweli ni virgin. Aliniangalia akaniambia Fei wewe hapa akuko poa. Why? Kuamini acha ni venye baadhi after nimetoka na historia venye nilipata mimba bila kulala na mwanaume. Unajua watu wengine wamejitokeza, si mimi pekee. Unajua sasa ina happening hivi, mtu mmoja akijitokeza wengine wanapata courage ya kuto. Na pastor atatuambia how it happens because nafikiri tushaielezea na yeye, lakini kwa sababu ya story yako najua atatuelezea. So umeingia. What are things that shocked you after kuingia huko, zile ilibidi uzifanye na life yako ilibadilika vipi? Ukaona yani maisha yako imekuwa tofauti na watu wengine. Ndio assignment zenye unapewa si za mtu za binadamu wa kawaida. Sasa wewe si mtu wa kawaida tena. Ni venye nili change tu nikaanza kukua rebellious. Alafu hii time ya nilielezea yenye tulienda India. India huko ilikuwa kwa kichaka hivi. Sasa nilikuwa tunafanyia initiation. Kulikuwa kunakuwa si unajua oji. Oji hiyo wanafanya sex watu wengi pamoja. So hivyo ndivyo walikuwa wanafanya, sisi tulikuwa tunaangalia. Alafu sasa hapo ndio nakumbuka walitu spray fulani hapo. Ilikuwa ya kufanya wanaume wanakufuata. Nakwambia kutoka hapo nilikuwa napita tu hivi wanaume wote wanakufuata wanatane. Nikienda club hivi napiganwa mpaka na strangers. So some of the assignments ulipewa, because nakumbuka uliongea kuhusu hizo stories za club na nini. Na pia ningetaka ukuzia hapo after umeenda club, because there are so many women and men bado wako huko, ama kuna mabwana wa watu bado wako kwa club na hizi vitu zinawapata na hawajui zinawamess. So mi ile mission yenye nilikuwa nimepewa sana ilikuwa ya ku destroy men. So ningelala na mwanaume kama alikuwa ame-excel in life anaporomoka at once, ama atastagnate hiyo place moja. Na pia stories za marriage relationship utapata na struggle sana. Na hata akimanage basi aoe, utapata hiyo ndo iko na vituko sarakasi na italead to divorce. So mi mission yangu sana sana ilikuwa ni hiyo mambo ya sexual perversion. Hizo malast nini. So nikienda club mi nilikuwa nimefika level ya an altar of demons. Sasa sijui nitaelezea aje, but mimi presence yangu in a certain place, hata si lazima ati nifanye vitu mob. Unaona kama tu nimekaa tu hivyo ninge release tu hizo mademons. So nikiwa club sinarusha watu hiyo, unakuwa na extraordinary sexual urges, unfaithfulness, lesbianism, pornography, kuwatch maporno, masturbation. Kwa hivyo unarushia watu vitu kama hizo. So mtu alikuwa amekuja kukunywa kachupa kake klabu, lakini ametoka huko na vitu zake. Anaruka huko kwa possessed. Akiwa na pombe ya leo. Kwani pombe ya leo imewekwa shetani. So alafu nini kwa church sasa, unajua nilikuwa naenda church. Wanaenda church sana. So watu huenda kanisa? Kabisa. Ni watu tunashinda tu naona huku. Kabisa.
Naomba na naenda fasting. Kwani si huko, kwani shetani mwenyewe kama ana fast kabla ya commit mavitu makubwa kubwa kwa dunia wana fast huko, una fast kabisa. So unaona mpaka dry fasting kabisa. Guy. So unaona kama story, wacha kwanza niguzie story ya kama pornography ukirushia mtu hiyo pepo. Unajua watu wanafikirianga aje eti ukiona porno ukiwa umejifungia kwa blanketi hakuna mtu anakuona, which is true. Physically hakuna mtu anakuona. Kenye ujui ni ati in the spiritual realm hata hakuna siri. Unajua mapepo ziko all over. Na Bible imesemaje? The devil is like a rolling lion seeking to devour. So ile time unaona tu hivyo porno, unawafungulia kamlango ka kuaccess life yako. So Bible bado imesema we should guard our hearts. Gates za roho zetu, soul zetu ni macho na masikio. Unacheki. So the moment unaona hizo vitu, kwanza ni wewe umejipeleka kwa site yao. So watakuwa na legal right ya kuaccess life yako. Alafu sasa unaona si wenye act pornography. By this size tuko na like 66 million pornography sites. Yaani hata ni mob kuliko Kenyans. Ziko mob hivyo. So sites ni mingi hata kuliko Kenyans. Si hatujafika 66 million. Na hizo vitu zinalipiango. Kuna kitu unaweza enda kufungua kwa internet, kana kuja tu kitu hapo kana fanya hivi ndio ukaklik. Ziko mob. Sasa kenye ujui ni eti hawa si wenye actizi porno au pornstar wanakuanga under influence. Either wakuwe under drugs vibaya, juu hauwezi enda ujiexpose nakedness yako hivyo ukiwa tu uko tu poa. Lazima ukuwe under influence ya something. So ni either wako on drugs mbaya ama wako influence ya mapepo. So mimi kenye nitaongelelea ni hii side ya wenye wa hii side nyingine. So wa hiyo kingdom wenye wana act hizo pornography, wengi wanakuanga wameleak Satan's genitals kabla ende waziact. So mtu anauliza kwani shetani yako nayo? Shetani wacha ni describe venye shetani anakaa. Shetani ukimwangalia hivi muonekano wake anakaa mwanadamu kabisa, lakini in real sense si mwanadamu. Yeye ni fallen angel. Alafu anafanya everything yenye mwanaume anafanya. In fact shetani akona mabibi wengi sana. Wabibi mapepo na bibi physical. Shetani analalanga na wanawake wa hii dunia physically na anapregnate, wanashika mimba, au watoto bado wanasoma na watoto wenyu. Lakini sasa unapata hao watoto shetani ni muwai sana. Unajua God alikuwa amemuumba akiwa na wisdom mob. So unapata watoto kama utoko kwa class tunakuanga tu genius vibaya sana. Lakini sisemi ati watu wote ma genius ni wa shetani. Zizi. Lakini ni ukweli wanafanyanga tu vitu yani extraordinary. Ni juu baba yao biological father ni shetani. So alafu sikuwa nimemaliza kudescribe venye shetani anakaa. So kwa muonekano anakaa mwanaume kabisa. Lakini si hiyo ni pepo, yeye ni fallen angel. Yeye hana ngozi ya Afrika. Ni mweupe. Ni mweupe kabisa. Akona short hair. Na ni handsome. Shetani ni handsome sana. Ukweli tuiseme. Shetani ni unajua Bible pastor, unajua vitu tunacholewa na huku nje zinakaa kuogofa. Ati nakimkia hakuna kitu kama hiyo. Hata Bible imesema, sio kama ni Isaya yenye inasema ati dunia itastuka tukiona the man who shook the whole world. Si kuna mahali pastor imeandikwa hivyo. So inatuambia vizuri hata sisi tukiona shetani hivyo
tutashangaa. Yaani huyu ni mtu mwenye ametutesa hivi, anakaa hivi, unaona? Hakai. Shetani ni handsome. Mimi wacheni niwaambie shetani ni handsome kabisa kabisa. Na nitawaambia encounter yangu na yeye ile siku nilimuona, lakini kabla niende hapo, wacha niwape story ya mwingine hapo anaitwa shetani ako na concubine anaitwa Lilith. Lilith kwa rank ya huko ako juu kuliko Jezebel. Huyu Lilith muonekano wake anakaa muhindi hivi. Ako na nywele ya mrefu ya black, ako na crown ya gold. Alafu huyu mwanamke anatembeanga akiwa uchi. Huyu si half fish, half snake. Huyu ni unakumbuka time heaven kulikuwa ma fallen angel waliasi na shetani wakateremshwa. So Lilith pia aliteremshwa. So pia yeye ni fallen angel but anakaa mwanadamu kabisa. Difference ni eti na ni mrembo sana. Hii unaona macho yeye hana hii ya nini? Ya black. Yake ni ya white pekee. So yeye anatembeanga uchi. Lakini si ati yako uchi kabisa, kuna kanguo kenye ka transparent. So unaona everything. Kila kitu unaona. Alafu pia anatembeanga miguu barefoot. Akitoka kwa maji akuje kwa dunia kavu, every time akikanyanga hivi kwa majani, grass nini hivyo inakauka. So hii inamaanisha aje? Huyu Lilith the moment anaingia kwa life yako anakaushanga everything. Huyu ndio mwenye ukitaka kujua Lilith ako kwa life yako unaotanga aje? Unaanza kuota ukianza kuota ukihave sex na wanyama ama sex easy ma spiritual husbands hivyo. Yeye ndio nini wa lesbians. Alafu anafanyanga nini? Ukiwa ulikuwa unafanya dhambi hata hauna conscious, unaona wewe huoni unakosea. So ukipata mtu yote, ukiingia na relationship na mtu yote akona hiyo spirit ya Lilith, unapata kama ulikuwa na inaisha yote. Kama ni business partner mnafanya naye ina collapse. Pastor, karibu niulize wanaishi wapi? Tajua kuna wewe unaweza describe una watu wanakaa tu nje ya nyumba. Unasikia nini? Huko wakipita na huko na confuse watu wengi sana. Yes. Ningetaka labda uweze kumuuliza maswali kadhaa juu najua amekuelezea. At least pia ndio uweze kumchimba kidogo. Na Fred kwanza kuna kitu ametaja sana na although tutaguzia ni vyema sana watu understand amesema kwamba shetani Bible inaelezea kwamba alikuwa ni malaika na alikuwa mrembo sana, handsome. Unajua ni vile tunachoroa ile picture tunapewa sijui ilitoka wapi leo. Kwa sababu ukisoma Bible yenyewe vile alikuwa ameumbwa, alikuwa ni malaika na Bwana alikuwa anointed. Number 2 alikuwa full of wisdom. Number 3 Bible inasema kwamba alikuwa beautiful, ndivyo Bible inamuita. In fact there is on why alilinga sana. There is on why alikuwa anataka kuwa na parallel government in heaven. Ni kwa sababu alikuwa yeye mwenyewe ni mrembo sana. Hivyo ndivyo Bible inasema inamuita beautiful. Then Bible inasema kwamba vile alikuwa ameundwa, high priest alikuwa na mawe 12 ambaye anakaa hapa kwenye breastplate. Bado ukiangalia Lucifer yeye mwenyewe ambaye alikuwa anointed cherub alikuwa na mawe 9. So only mawe 3 angepata haya mawe mengine 3 angequalify mawe ambayo sasa high priest Old Testament alikuwa nayo. So alikuwa ni mtu handsome sana. Na kuna kitu umetanja sana, shetani anapenda sex sana. Saitani ya death yo muno. Anapenda hiyo sana. Sana. In fact that's why anapenda kuharibu doa. That's why anaingiza na sasa yake unajua ni lust. Si ile blessed, ile sex blessed, ile kiungu. Ni ile lust. Kabisa. Na is very very important to understand this. That's why tulisema hapa. I know kuna theological watu wanajaribu kuprove ati kwamba Genesis 6. Niliona mtu mwingine kiprove kwamba Genesis 6 alikuwa binadamu. No. Sons of God hawako wanaitwa binadamu. They were angels.
ni foreign agents. Na ni vyema tu wanasana kwamba shetani ni roho. But ili aoperate hapa duniani, lazima achukue figa ya binadamu, mwili wa binadamu. Farodhi, mwili wako unaweza chukuliwa na shetani. Ni mfano tu, hawezi chukuliwa. Ni mfano tu, anaweza tumia mwili wako. Sababu ni spirit. Na hawezi operate hapa duniani ili amigo na watu, akiwa sasa hivyo spirit. So lazima achukue mwili wa binadamu. Atumue mwili wa binadamu. Na sasa watu wanashindwa, anatoa hii pati ya nini, anaitoa wapi? Hii pati ya kufanya hii kitu. Anatumia mwili wa binadamu. And mark this, kuna time tuliongea na mtu mmoja alikuwa devil worshipper, akasema kwamba shetani alilala na mwanamke Mrumi. Na akapata mtoto, na huyo mtoto saidi Antichrist. That was the description of mtu ambaye in the kingdom of occult, yeye mwenyewe kazi yake alikuwa amepewa ni ya kuandaa Antichrist ili akuje. Na Farodhi ni vyema hawa watu understand. Already Antichrist ako duniani. As we are talking, Antichrist ako duniani. Na nakumbuka huyo mtu akituambia kwamba amefichwa Amerika. Wacha nirudie tena. Amefichwa Amerika. Na ili apatikane, ule ambaye alimzaa ni mwanamke wa Rome, na shetani alilala na yeye. That's it. So mapepo na watu. Kwa hivyo wakati sisi anasema kwamba kuna maroho anara, I remember kuna mama mmoja tulikuwa tunaombea kanisani, jini ilikuwa inalala na yeye. Na akapata mimba. In fact, bwanake alikuwa anamuuliza nini, kwa sababu hizi pepo ziko zinahusu bwanake kumguza. Na wakati alikuja kanisani, alikuwa anafikiria kwamba ni mimba kamili, kwa sababu ana experience yale mambo wanawake wana experience. Mimi ndiye nilimwambia kwamba hii si mimba, ni mapepo. Personally nilimwambia hizi ni mapepo. Na nikamwambia enda uulize bwanako na kwamba huwa anakuguza. Akaniambia kwamba bwanako huwa ananiguza. Enda umuulize. Wakati bwanake alikuja, bwanake akasema kwamba hajawahi mguza. Kumbe ni pepo inalala na bwanake, na yeye huyu bibi pepo anajifanya bwanake inalala na yeye. In fact, after prayer, ile mimba ilitoka. Ikadisappear just like that mysteriously. Maana kuna vile sasa, kuna watoto wa mapepo, kuna watu ambao wameigizwa kwenye kingdom ya occult nao, unaweza pata watoto, alafu wale watoto watolewe sacrifices. Wakitolewa sacrifices nao, ili wanaji-empower na those sacrifices. Na that's why mapepo anapenda sana mimba ikitoka. Wacha niseme hapo vizuri sana. Mapepo yanapenda wakati mama amepata mimba, alafu hiyo mimba itoke. Kwa sababu hiyo mimba ikitoka, inakuwa ni sacrifice. Wanaji-empower through that sacrifice. Hakuna kitu kinafurahisha ufalme wa shetani kama mtoto kukufa. Mapepo anapenda wakati watoto wanakufa, kwa sababu wanachukua nao kama sacrifice imetolewa mahali pale. And that's why unakuta kwamba today kuna watu ambao wanaweza kuwa initiated. And that's why Farodhi, mtu akizoea kutoa mimba, anaweza kuwa initiated in the kingdom of occult bila kujua. In fact, nakumbuka kuna mtu mmoja alituambia kwamba wanatumia pale Dandora. Unajua niko Dandora. Dandora pale kwa garbage, kuna demonic satellites. Pale. The reason why kuna demonic satellite kwa sababu watu wengi sana wakipata mimba au wakijifungua watoto wanawatupa huko. Kwa dump site. Kwa dump site now. Sasa mahali pale wanajenga the altar. Sasa mapepo wanakuwa na madhabahu yao nao, they monitor Dandora or they monitor areas zile zingine through that altar. Manake already mimba zimetolewa pale na watoto wametolewa mahali pale. So mtu akizoea kutoa mimba, what you are doing, una sacrifice to those demons without yourself knowing. Na vile amesema kwamba kuna watu ambao they are conscious and unconscious. Kuna watu ambao wanajua wanatumika kama agent, na kuna watu ambao wanatumika kama agent bila kujua. Kuna conscious na unconscious. Watu ambao huyu anajua mimi najua ni agent. Mtu anajua yeye anajijua ni agent. Na kuna mtu ambaye hajijui. Anatumika na hajui anatumika. Na kuna mwingine anajua kwamba anatumika. Na unajua kwamba kuna watu ambao wanatumika even physically, kuna watu ambao wanatumika spiritually peke yao. So wakati wamelala, mwili kwa mahali pale, roho yake inaenda Nigeria, roho yake inaenda India, roho yake inaenda Geneva, anaweza kutembea kwako na anza kuchapa makofi tu huko. Na ni roho yake si pepo, ni roho yake imetumwa pale. So anatumwa kwa barabara na cause accident. Na wakati sasa, I remember kuna sana na maybe akikubali siku moja mtu atatoa testimony hapa. Alisema yeye mwenyewe alikuwa anaanguka. For 3 days anakosa kujielewa. Yeye mnafikiria kwamba huyu mtu ameanguka. Ndio huwa anasema kwamba epilepsy si ugonjwa. Epilepsy mara mingi sana huyo mtu asipochungwa sana, kuna spirit huwa zinatafuta huyo mtu zimuinitiate atumike in the kingdom of darkness. Yule msana ambaye tulikuwa tunamwombea alikuwa anaanguka for 3 days. Wakati ameamka nao, after kumwombea deliverance alikuja kuelezea ya kwamba wakati ameanguka roho yake ilikuwa inaenda ukabani.
na awe siyuko bani, anapelekwa kwa kitaka, anapewa assignment. Asipoitimiza ile assignment, roho yake inafungiwa kwa mti, spirit yake inafungwa kwa mti. Sasa mwili wake uko kwa nyumba, hajielewi. Spirit yake iko kwa kitaka, imefungwa mahali pale. Mpaka time atakubali kufanya assignment, ndio time atafunguliwa. Spirit yake kifunguliwa, anainuka tena. Inyumo kogwele yokena gifafa. Na ni assignment amepewa. So kuna watu ambao wanatumika wakiwa wao wenyewe hawajui. Na kuna watu ambao wanatumika kuwa wanataka. Nini deo nataka kutumika, wanatumika kuwa wanataka. So kuna watu ambao wanatumika na hawajui. That's why sisi amesema kwamba there are those dreams. Unaweza ota zikuambika na kwamba unatumika au hawatumiki. For example, haruthi unaota kwamba unakula nyama za binadamu aje. Ota ukila ng'ombe bana. Na hujua kwamba still si nyama biti, si nyama unaweza ota ukila usikue ni nini. Unaweza ota kwamba ukila nyama biti. Binadamu hakuli nyama biti. So anytime unaota unakula nyama biti, watch out. Maybe unakuwa initiated na haujui. Maybe unatumika na haujui. So kuna those spirits zinafanyika hivyo na mambo yanafanyika hivyo. So wakati sisa anataja haya mambo, na naibiri Faruthi kuna mahali nataka aelezee sana. Vile wanarushia watu spirit ya, kwa sababu tumetaja hapa sana, spirit ya masturbation. Wanamrushia namna gani ya kuwe sasa anaanza kumasturbate. Yes, hebu atuelezee about masturbation vile sasa wanatumika pale. Ili watu ambao tumekuwa tukiwaelezea hapa waona kwamba Faruthi mnayasema nini? Hiyo si nilisikia mtu akisema kwamba ni addiction. Ni addiction. Inaanzia ikiwa kuna watu ambao wanaanza masturbation through addiction, wanakuwa addicted, but masturbation inakuwa demonic kwa sababu kuna spirit mahali pale. Hebu tueleze vile sasa mlikuwa mnatumia masturbation kufunga watu. Unaona ukimasturbate, number one, umefungua mlango pia wa mapepo kukuaccess. So unapata mpaka ma spiritual husbands wameanza kukunyemelea. Na unajua watu wakikunyemelea, so unakumbuka vile nimesema huyu Lilith venye akikanyanga everything inakauka. So ukiwa na hizi vitu everything ya life yako inakauka, finances nini. So saizi masturbation imekuwa ni kama imekuwa ni kama kitu ya kawaida. Saizi pasta ukaona akatumwa na bibi yake atipitia hapo kwa supermarket, unikujie na mafuta ya mtoto Vaseline. Utaona venye watu watamwangalia, watasema pasta huwa ananyonga. Unajua siku hizi inaitwa kunyonga ama punyeto ama on goal, unaona? So siku hizi on goal. Si umesikia kitu inaitwa kunyonga? Kunyonga. Sasa wanaume siku hizi hata hawezi kununua Vaseline kwa raha. So kila mtu anafikiria umeenda kunyonga. Yaani imekuwa tu ni kitu ya imenormaliziwa. Hii kitu ni demonic sana. Na kama si demonic, kwa nini mimi nilikuwa napewa hiyo mission ya kurusha hiyo mapepo? So ulikuwa unapewa that mission ya kurusha watu hiyo nini? Kabisa. Alafu yangu ilikuwa mbaya juu. Wacha nikuja hapa wacha tukuje hapa. Wewe mwenyewe kuna time usa experience hii spirit nao ikakuingia ukawa sasa umefungwa sana masturbation kabisa? Mi yangu ilianzia kila watu wako na reason different zenye wanaanzanga kumasturbate. Kuna wenye ni out of self esteem. Unaona kama kuna maybe hizo hajui kujitetea, unaona? Sisemi huko. So unaona sawa. Nampea tu example. Ikuwe mwanaume hajui kurusha mistari. Unacheki ule dem mwenye amekufia, amecrashia, unacheki anachukua picha yake, so ana imagine akifanya sex na yeye anaenda hapo kumasturbate. Wengine ni ego yao ilicrashiwa. Sasa kama kuna kajama kengine ni muyuthi, naona namuita hivyo, alikaa akaniambia Femi, nataka uniombe nikuwe na nini, nikuwe na king size. Si king size unaelewa? King size ni big machine. Ile mkate yeah. Sio, nilikuwa namuuliza ulijua aje uko na ndogo? Akaniambia mimi ni demu yangu aliniambia ati acha ana niseme yenye alitumie. Sema hapa Faruthi, sema hapa. Mwacha kupea watu stress. Unajua daktari alisema hiyo kidogo pia iko na kazi yake. Kidogo kubwa inafanya kazi.
So kazi kubwa Farodhi si atukule. Si kule. Mnapea watu stress wanaenda kusema waombewe ikuwe kubwa hao. Sasa si mpunguzeni stress. Haribu mchana wenyewe. Alikuwa na ego imecrashiwa haki, aliambiwa sahi yako ni ndogo sana mpaka nika make mistake tu nikohoe. Hiyo process ikiendelea inachomoka tu, unaona. Sasa kama vijana na hao wazazi. Okay. So boy child alikuwa na stress sana. Huyu probability yake kuanza masturbation iko high sana. So wacha tukuja hapa Faith hapa and usaijikuta sasa kwa hiyo hali ya sasa ndio naelekea hapo. Yes, hapo. So mimi nilikuwa napeana reason ya mtu anaweza zina trigger masturbation. Mimi ilikuwa ni ku-experiment. Unacheki? Okay. So niliona kuna wenye wanafanya juu ya experimenting. So nikacheki, kila msee anaongea masturbation. Si hata mimi nijui nijui nini. So nikafanya, but haikuwa for long. So sasa shida ilikuwa, unaona mahali ningefanyia hivyo ama mahali ningefanyia hizo mission zingine, nilikuwa naacha altar. Hiyo altar mapepo inapata legal right ya yani inaweza control the whole place. Sasa sijui kama unaweza ielezea zaidi. Sijui unaelewa kenye nasema? Naelewa. Altar. Yes. Yenye sasa mapepo inaweza access the whole region. Yes. Unaona? So mimi sikufanya for long. Juzi ilikuwa tu anyway ni ku-experiment. Mimi niliacha. But sasa nikaacha mission ya kusambazia wengine. Mimi nakumbuka nilikuwa tunakaa tu hivi na mayouth wenzangu ama hata watu wameoa, unapata mtu anaanza kumasturbate. So hiyo ulifanya ukiwa unatumika au before uingie? Kumasturbate? Yes. Nikiwa huko bado. Okay. Nikiwa huko. Unajua sasa kuna idea zingine unaweza upate hata si idea zako. Ni mapepo inakuweka hiyo idea ndio uweze tu kufanya kazi yao vizuri. So unaona singe spread hiyo kama mimi mwenyewe sijaifanya. Unaona? So mimi nikaacha, nikabaki tu ni kurushia. Unajua sasa hiyo unashangaa nilikuwa narusha aje kimapepo. Unajua vitu zingine spiritual ni ngumu kuelezea. Yani ilikuwa tu automatic. Hii time watu wamefurahi nini unarusha tu hiyo spell. Nilikuwa narusha hiyo spell kama ni mwanaume nikaona yeye hapo anaanza kumasturbate, nikiwa hapo na hii macho yangu nikijionea. Ama hata kama unamrushia sana masturbate hapo. Hata hapo ananiogopa. Unajua saizi wako under control ya mapepo. But huko umekamata pasta hata moja hiyo ya nini? Mimi kuna mission nilikuwa nakataanga kufanya. Mission ya kuangusha mapastors na kulala na wanaume na kuua. Juu nilikuwa naona wanaume watu wananitumia vibaya, unaona? Alafu kuua, nakumbuka kuna time walikuwa wameniambia ni sacrifice teacher wangu nikiwa college. Na ukweli nilikuwa nimempeana. Alikuwa kufa next week through road accident. But nikamcall nikamwambia, teacher, unafaa kufa next week. Wewe tafuta tu pastor akuombe ndio uishi, na mpaka leo anaishi. Ingine nilikuwa nimepewa ni ya ku cause miscarriage kwa shule huko tu college. Kuna mademu wawili nilikuwa nimeambiwa ning'oe nitoe hiyo mimba. Okay. Nilikuwa nitoe through macho tu. Unaona, unaweza angalia bole ya mtu ukiwa tu si ni kuangalia tu, unaona? But sasa mimi nilikuwa niangalie nikiwa na intention ya kuitoa. So nguvu ilikuwa itoka kwa macho iende kuangalia tu. Iende ukiangalia tu itoke. Nguvu itoke kwa macho, nguvu yenye mtu hawezi ona ni demonically. Itoke. Watoto wadogo hizi ball zinapendwa kwanza wachawi. Unajua sasa in the spiritual realm mtu akiwa na mimba wao wanaonanga ni nani amebebwa huko. Wanaona destiny yako. Kwanza kama destiny yako ni kubwa, uko na influence kubwa, wanaonanga
tumbo ya mama ikiwa imejaa nini mwangaza, unaona. Wanaweza tell huyu mtoi ni dem ama ni chali na hata mpaka atazaliwa lini. So unapata wachai wanatoa hiyo ball ndio wanatumia kutengeneza hizo kumix hizo mauchawi zao, ndio mtu mwingine akienda kuuliza maybe anataka kuexcel kwa business atapewa. Unajua wanatumia nyota, unajua wanaona nyota huyo mtoto, so wanatengeneza hizo chawi zao, wanapea hiyo nyota watu wengine, ma businessmen nini. So nafikiri kuna kitu sister hapa amesema juu ya nyota. Na nisikia kuna watu mtu hana nyota. There are those stars na ziko, by the way, kila mtoto akizaliwa in order of the spirit kuna star huwa inatokea. Ukiangalia mtu kama Balaam, you see Balaam was a soothsayer. Balaam was a diviner. Na Bible inasema kwamba Balaam aliangalia akaona nyota ya Jesus. Na nyota ya mtu ina destiny ya mtu. Na nyota inaonekana vile iko. For example, Frodi umezaliwa hapa. Yes. Wakati ulizaliwa kuna that star in the order of the spirit inaapia. Na watu ambao they are astrologers in the kingdom of darkness, wanaweza study that star na ujue kwamba utakuwa mtangazaji hodari. Na nakumbuka vile amesema kuna brother moja alisema kwamba alikuwa anaangalia mtu hapa, anamuona mpaka nyota yake atakuwa nani, na anaiguza. Then from there anajaribu kudivert ili sasa asitimize kile ambacho amezaliwa kutimiza. Na sasa unasikia kwamba kuna watu ambao wanasomea kitu fulani. Huyo mtu amesomea awe kama engineer, bado unakuta kwamba yeye ni conductor na ana masters. Unasikia kwamba mtu fulani anafaa awe mtu mkubwa sana, politician mkubwa sana, but hajai attain. Kuna watu ambao in the kingdom of darkness wana darken stars za watu. Tukisema stars za watu ni destiny ya mtu, idakeniwe na anza kustruggle just like that. But I believe God ya kwamba after kile basi tunaongea mahali hapa, lazima watu watakombolewa na lazima watafunguliwa in Jesus name. So but Frozi, kuna kitu kimoja bado nilikuwa nataka sister aje tuguzia kidogo. Umetuambia kwamba haujawahi hakuna pastor ulikataa assignment za pastor kuwarusha hii spirit. Si ati sikuwa napewa mission. Okay. Nilikuwa nimetumwa kwa kadhaa. Lakini mimi nilikuwa kichwa ngumu sana, stubborn. So nikitumwa kwa bishop fulani, kuna bishop mkubwa nilikuwa nimetumwa niende nimseduce ndio nimuangushe na wengine wengi, but mimi nilikuwa nakata. Mtu anaweza uliza, Faith, tunasikianga huko ukikataa mission unapatiwa punishment nini. Ukweli unapewangwa. Lakini mimi nilikuwa najua the only thing, ile worst thing wanaweza nifanyia ni kuniua. Na sasa mimi hiyo ndio nilikuwa nataka kukufa juu walikuwa wamenitesa sana, so walijaribu kuniua. God ameni sustain mpaka leo. Wow. Okay. Sawa. Lesbianism, so kuna watu wanaweza masturbate na si ati ni wao kutaka, unaona? Ni kama ukikaanisha na mtu kama Faith hivyo anakurushia hiyo pepo. Na hata hiyo ya lesbianism, mimi nakumbuka juu watu wanafikiria kwa hii testimony nasema nikilala na mwanaume ilikuwa happen hivi na hivi. Mimi nilikuwa nakataa mission za kulala na wanaume juu nilikuwa naona watu wananitumia vibaya, ni mwili yangu, but yenye sikuwa nakataa ni ya wanawake. Na mimi si ati nilizaliwa Koja. So ulikuwa nakataa kulala na wanaume. Unataka kulala na wanawake. Sasa sasa ilikuwa hivi, mimi nilikuwa sawa mtu kawaida kabisa, lakini kuna hii usiku moja niliitwa, unaona saa venye una astro project so nikaitwa, nikapelekwa kwa Karuri fulani hapo, akaniambia kulikuwa na wanawake 7 na wote walikuwa naked na wameweka miguu hivi apart wakaniambia, Faith, nataka ulale na hawa wanawake wote. So mimi unajua si ile kustuka, mimi sijaifanya kitu kama hiyo. So nikakataa, lakini niliguzwa the next time nikijirealize ukweli nilikuwa nimeshawashughulikia wote, unaona? Na si ati mimi wanifanyie anything. In fact mimi hakuna hata dem alikuwa anifanyie anything. So walikuwa wanani program kuwa kama mwanaume, unaona? So ikaendelea spiritually
wananiita naenda nalala na wengi, lakini sasa kuna siku ilifika ikamanifest sasa physically. Kutoka hapo mimi nilianza kujipata nikienda job mpaka nachelewa kwenda job juu sasa kuna mwanamke ako mbele yangu, ako na big future behind, unaona? So big future behind. Farudhi, me understand nilikuwa natafuta watu ambao na future big. Si mbele ni na nyuma. Yaani kumbe hata nyinyi kumbe si wanaume tu wanaona big nini? Unajua sasa nilikuwa nimeprogramiwa nikuwe kama nani? Mwanaume. So venye ndio maana mimi saizi mimi huelewa wanaume sana, maboy child mimi huelewa sana. Si unaona mimi kuona tu hivyo. Mimi nilikuwa nachanganyiko mpaka nachelewa kazi. Nakumbuka nilikuwa naenda job, huyu msi akifika kwa stage. Unatamani naona nakuwa confused. Ninakumbuka nilikuwa naenda job nikiona ameingia kwa gari, unacheki? Yaani ilikuwa imefika extent unaona venye wanaume wanafanyanga kabisa. Mimi nishaangusha simu chini juu mwanamke amekaa venye anataka. Unajua venye sometimes wanawake wanakaanga. Sometimes wanakaa vile. Wanakaanga tu venye wametaka. Mguu moja hii hajui kushikanisha miguu. So unaona ndio nione niliangusha simu, unaona? Na wewe ni mwanamke. Na mimi ni mwanamke. So ilikuwa imefika hii extent. Sasa mama sister mwingine sasa unaona nini? Hizi unaona nini? Mapepo. Mimi nakumbuka mpaka mabesto wangu wanaume walianza kuniita brother. Ni aje bro? Walikuwa washajua, wananiambia Fei usichangamkie mali yetu. Hii ni mali yangu Fei, tafadhali hii usichangamke. Na unajua ilikuwa sikuwa nataka dem mwenye haifanya hiyo kitu. Nikiangalia hivi nilikuwa najua dem mwenye hajaifanya lakini na anaweza, unaona? Hakuna mwanamke ashaini resist. Mimi nilikuwa nawapokonya mpaka kwa maboyfriend zao, unaona? Umekaa na boyfriend yako, mimi nitakuchukua. Sasa ukuta Farudhi na alafu mpokonye. Ni mpokonye. Na unajua hakuna kitu painful na anyway hata sijui hao wanaume ni kama walikuwa under spell, hawakuwa wana react. Anyway hata ni kama hawakuwa naamini. Kai dem yangu anachukuliwa na dem. Alafu siku ati niende na wao. Mimi nilikuwa nifanya once naachana na wewe. Na ni Eat and run. Ndio hiyo sasa. Sasa nilikuwa nimefanya tabia za mwanaume kabisa. Na mimi nikikufanyia hivyo, wewe kukua satisfied na mwanaume tena itakuwa tricky sana, but unaweza kuwa bisexual, but wenye wana nini sana ni wanawake. Sasa mpaka nakumbuka mpaka nilikuwa nimefika place kwa naenda choo za wanawake. Sikuwa nasikia kwa na choo za wanawake. Hii wanaingia mpaka choo za men. Unajua wanaume wanakuanga na roho safi, wakiona dem huko wako zile za wow, wanakuanga nika umetoka kwa moon. Mwanaume mwingine ameingia by the way. Hiyo kitu inawachangamsha sana. Dem anaingia kwa choo za wanaume mpaka wanakupea nini uende wa kwanza. Lakini sasa shida ilikuwa, unaona hivyo sasa wenye wamenisubaia hivyo, wameniangalia na warushia hizo spell. Unaona? Ninaacha nimewarushia. Nao wanaweza kutamani wanaume wengine. Ama unapata tu kama uko na wife, unasikia tu unataka kuna venye hakusatisfy, unataka kutoka nje. Yani unaingiwa na extraordinary sexual urges. Kwanza ukitaka kujua pia Lilith anakufuata ni ukiwa na, unajua kuna wase wanafikirianga sex kila time. Na si ile ya kawaida ile God ameweka, kuna ingine iko program luku. Nilikuwa nimestuka sasa. Unajua men wako hapa. Unajua men wanapenda. Unasikianga mwanaume as much as you are ready he is always ready. Ukweli. So sasa hapo unaweza tuchanganya tushindwe sasa mtu wako wapi? Hiyo ni normal. Hiyo ashindwa mtu wako wapi sasa? Hiyo ni normal. Hakuna mwanaume including pastors. Kuna ingine yenye extraordinary, yenye mpaka inakucontrol kwa mind, ati hakuna anything, ati huwezi work juu unafikiria tu venye. Tuseme hivyo hiyo sasa. Hiyo sasa hapo wewe. Wanaume ambao wako mahali hapo wanatutazama hapa, muagree na sina Farudhi. Hakuna mwanaume ambaye hapendi mambo ya kitanda. Hakuna nani sasa. Lakini tumeabua ni ile beyond sasa inakucontrol. Na msihesabu jirani ukisema hivyo.
Kwanza mimi naweza tamani kukutana na mwanaume ambaye hapendagi ya mambo. Tumfanye deliverance. Hii kubwa. Kuna watu lesbian na ni hiyo spell ni so juu nakumbuka hata ndio nikuje nitoe testimony ni vile nilikuwa nimekaa mahali mpaka nikaona haya mimi nikaanda nini juu unaona nishaokoka but deep sasa unaona wameanza kunitext ati Faye sasa the last time nataka tu the last time unacheki huyo msee ameoleka namwambia unaona mimi sina hiyo kitu mimi ni mwanamke mwenzako unaona unajua nashindwa ati the last time hata hawakufichi kwa si mapenzi ati hakuna story ati kuambia ati ni mapenzi nataka ni hiyo wanataka tu the last time namuambia unajua mimi sina hiyo something hiyo kwanza umeoleka alafu tena kitu kingine mimi nilishaokoka nilikuwa nafanya hizo stuff juu sikuwa nimeokoka na niambia sasa Faye fanya hivi nikuje ufanye the last time alafu utarepent tena na God atakusamehe. Sasa wewe ni hiyo pepo inatumika inafanya kazi mzuri kushinda yule amemuoa. Ndio anakutamani the last. Ako na bwana kwa nyumba but anasikia. Sasa huyo mwanaume tu ni kama kikigi tu kiko huko cha stima. Unafanya kazi alafu asubuhi mtu anakudiscredit. Anapigia Faye. Inaitwa mapepo. Unajua si normal ati imagine dem anatamani dem mwingine unacheki na uko na bwana kwa nyumba si normal. So meaning Farodhi kuna watu ambao hata mimi anaweza kuwa anatazama mahali hapa hata unachukia mzee na unafeel kwamba unataka tu na kuna case Tuesday kuna mama mmoja ambaye alikuja na kaniambia akipatana na wamama wale wengine wanamwambia uko poa na baadaye what about that case unakuta kwamba ni mama au ni mwanaume unakuta kwamba nakutana na Farodhi anamwambia una Farodhi inatoka itu si au anamwambia kama umehitaji hiyo na huko big feature behind unakuta kwamba kuna mtu ambaye unakuta kwamba ni mama but anagoga mpaka wamama wale wengine na uko na big future hiyo behind na naigonga na spark na sito na hii kazi ni yetu hii kazi ni yetu kwa bibi yangu naweza remember kuna time sijui kana kama Farodhi unajua hizi sometimes ananiambiaga na kuambiaga mambo ya nini napendanga kufollow Steve Harvey now na kuna hii swali moja alikuwa anaulizwa msichana mwingine alikuwa na complain ya kwamba ati bwanake wote wako kwa praise and worship ni keyboardist alafu anaongoza praise and worship nao. Sasa mzee huwa anaambia bibi yake unakaa poa. Na wako pale bila kiongoza praise hata anaweza enda pale mchezea mgoga na hapa nyuma. Huyo pale nyuma. Sasa msichana bibi yake alikuwa anaona kwamba anafanya vibaya sana. Bona anagogo na hapo nyuma. Na I think Steve alikuwa anauliza nani ambaye hawezi taka kuoga na hapo nyuma na bwanake. So hii issue kuogana na hapa nyuma hii ni yetu, sio wamama kwa wamama. Bona wamama unakuta kwamba how comes na watu wanasema tu ni normal. Is a spirit. It is spirit. Yes. Alafu unajua pia kuna ile kitu yenye shetani amenormalize dhambi. Yaani unaona tu hii generation sika ya kitambo unaona anafanya watu wafanye dhambi wakiwa na conscious imekufa. Alafu unajua kuna hii story ya mademu sema dem wana feel used wakilala na mwanaume but wakilala na dem ha feel used unaona Alafu acha nikuulize wanalika wakati sasa walikuwa ile side ni mambo gani na gani mlikuwa mnatumia sasa ili kuwakamata wanalika? Nilikuwa naenda kwa youth kama hiyo tumesema kama hiyo masturbation umesema gayism, lesbianism, kuna jambo gani mlikuwa mnafanya kwa at least mna manipulate wanalika ku brainwash? Okay. Juu nimekuja ku realize unaona as much as nilikuwa huko kwa devil worship kuna mambo mingi sana sikuwa naelewa ya God na nimepata zile question nilikuwa nazo zile vitu sikuwa na understand. Kuna vitu my youth saizi wako na the same questions na wako na the same yani wanafikiria tu kama nilikuwa nafikiria. So kama nitarudisha hiyo swali yako so kama nakumbuka the first time niliendanga kwa basi kaenda nikamwambia unajua mimi sikuwa naamini kabisa na
nilikuwa very innocent. Sikuwa najua kabisa sikuwa najua story ya heaven na hell. Kwanza mimi nilikuwa naonanga hii story ya hell mapasi ni kutupima au tupima, hakuna story kayo. So mimi nikaenda kwa pastor mmoja nikamwambia ni aje pasi, niko poa. So mimi nikaenda nikamwambia pasi, mimi kuna kitu inanikula kichwa vibaya sana. Hii story ya hell, mimi siamini hii kitu ni ukweli. Kwanza mimi naamini ukikufa yako inaishia hapo. Nikamwambia, akaniuliza ni kwa nini Faye? Nikamwambia mimi unaona kama venye dogi kikufa yake inaishia hapo, pia mwanadamu iko hivyo. Mnakufa, mna decompose, mnafanya tu land ikuwe fertile, hiyo iishie hapo. So nilikuwa nikamwambia sielewi ni aje God anaweza create wanadamu alafu ende akawachome. Unajua mimi kwa imagination yangu nilikuwa nafikiria hell iko hivi. Huko hell unaona grills za kuchoma nyama choma. So mimi nilikuwa nafikiria iko hivyo. Alafu sasa God ndiye atakuwa anatulalisha hapo kama nyama, anatupindua, anaona hii imechomeka. So nilikuwa nashangaa. So nilikuwa sasa God anataka kuturoast. Yaani alikuwa anatuumba atupeleke aturoast kama motura hivyo, anatupindua. So hakuna venye hii kitu pasi inaweza kuwa ukweli. So pastor akaanza kuniexplainia, akanisomea Revelation. Mimi sikushika. Kabisa mimi sikushika. Nikamwambia pasi, I think leo niko na njaa sana. Ndakuja next time unieleze hiyo story ya hell. Nikamwambia na hii story ya heaven. Sasa hii ya heaven, unaona pastor, hizi zenye nilikuwa nafikiria, hiyo ndio nimepata mayouth wanafikiria the same thing. So nikamuuliza pasi, mi heaven kuna venye huwa inanimekia sense kidogo. So nikamuuliza heaven tutakuwa tunafanya nini? Akaniambia tutakuwa tuna worship. Nikamwambia basi hiyo pasi inamaanisha mimi nitakuwa nashinda huko nimedoze. Juu sasa mimi na worship kuna venye hatupelekanangi. So nikamwambia pasi, lakini kwani God hawezi tafuta DJ huko heaven akiwekea wazazi nini ya worship, si anatuwekea rhythm na magengeton hivyo? Kwani God hajali story ya my youth, unaona? Akaniambia hapana, heaven hiyo story tu na kuworship. Alafu nikamuuliza lakini heaven si pasi kunaweza kuwa kuko na clubs hivyo. Nyinyi mkienda kuworship sisi tunaenda dunda. Unacheki? Akaniambia hakuna mambo kama hiyo. Yaani nikakuwa na stress, namuuliza pasi unataka kuniambia heaven hatutakuwa tunatwak? Huko heaven hakuna story ya kutwak na kuromposeana? Ananiambia hapana, hakuna story kama hiyo. Alafu namuuliza na huko heaven tutakuwa tunavaa aje? Ananiambia tutakuwa tunavaa nguo mrefu hivyo nini zenye jaa utukufu. Nikamuuliza hai pasi, lakini sikuna venye mimi God anaweza nipea nguo yangu niende nikashoneshe, nikaikatisha, nikaislimisha kwa fundi? Ananiambia hii mambo haiko. By the way, hiyo area umetaja hizi mambo ya mavazi. Hamko mna manipulate kwa sababu kuna watu ambao tusaiongea na wao na wakasema kwamba sister moja alikuwa amepewa assignment kwamba watu wao wanavaa vibaya. Hamko mna manipulate kwamba wanalika wewe mwenyewe haujaikuta kwamba siku moja hata ukienda wakati ulikuwa ile side nyingine umevaa nguo unakuta kwamba hii nikienda nayo touch hii lazima ama ku attract attention, distraction. Kuna wanatumwa church wakiwa wamevaa hivyo ya ku attract attention, ndio ku distract watu wasielewe ni nini na happen, na pia kufanya wanaume wa last. Yes, kuna nini kuna industry mob za ku manufacture nguo nini, ma lipstick nini. Lakini si ati nasema lipstick ni mbaya ama kuna hii ni topic by the inakuwa na debate sana. But mimi nitasema hivi, kwani lipstick ni company zote za huko kuzimu? Kuna zenye ziko baada hiyo ni debate. I believe siku moja fulani tutakuja kuchambua, kwa sababu kuna maswali yanakuwa, kuna watu ambao wanasema kwamba watu ambao wako na lipsticks they are not born again. Kuna watu wachungaji wanawake wamekondemiwa sana unakuta wachungaji wanawake wamekondemiwa sana juu ya kujipaka hizo lipstick, makeups na nini, hata trouser ati wanapea wana distract
wenye wamekuja kanisa distractiwa, so haezi sikiza neno. Ana kuna watu wanasema kwamba mwanamke hafai kuwa na trouser by the way. Unapata mnatea kwa kivaa trouser hiyo ati ni hawezi enda heaven. Unajua na quote ile verse ya Deuteronomy kwamba mũndũrũme ndabatiĩ gwĩkĩra nguo ĩkoniĩ mũtumia na mũtumia ndabatiĩ gwĩkĩra nguo ĩkoniĩ mũndũrũme. But you see, follow this kimoja tukuja hapa kuingia theologically. Hiyo verse ni totally different na vile imeiko hapo. Au hata ikaribiani. Haikaribiani. Hata story ya nywele si tumejua juzi, unajua shida ukiitaja mpaka sasa tumeijua. Yes. Hiyo ni totally different. Hiyo verse vile inamaanisha actually yule mwanamke mwanaume na mwanaume ametajwa mahali pale. Ni askari, ni nguo za kiaskari actually by the way. Si hata zile nini. And don't forget, Old Testament hakukuwa na trousers. It's good to understand. Ni kanzu. Watu wanavaa kanzu those days. Kulikuwa na kanzu ya watu hawa, si trouser. Faradhi saa hii tuambie watu, kuna trouser unaweza kuja hapa, hata hawa wako hapa wakuandikie. Na wekelea mtumia. That's it. Wow. Wewe unajua kuna trouser zipi kwa side hii? Sasa akiona na hata zingine kifurahi hapa kina kuanga fani. Alafu unajuanga sasa sisters wako nini? Sasa ukuta kwamba uwezi vaa hiyo. Hiyo trouser ni ya nani? Wamejuaje? So bora Faradhi tuseme hapa, bora nguo ikuwe mzuri. Kwa sababu tena kuna trouser tugine unakuta kama sister vatu na mu-expose. Hizo tena zinatumika sana. Tuguo tugine tuko tunamwonyeshana. Ni vibaya sana tena nguo kaa hizo. But sisi anaweza kuwa kuna trouser. Na hiyo trouser iko decent. Iko sawa. Hawezi miss heaven because of that. Ako sawa huyo. Bora ikuwe decent. Yeah. Kama my wife na time huwa anakuwa na trouser. Hata tukua naye kwa nyumba. Sasa unataka kuniambia kwamba tarumbeta ikipulizo wataenda heaven? Does it? Okay. Wow. Leo ni leo. So sasa sijui, unajua kuna ile jinsi alivyoingia. Unajua niko na interest na hapo sana. Because aliingia akiwa shule. Kwa nini akaingia? Na alikuwa ameokoka. Alikuwa ameokoka na alikuwa anapenda Mungu. Mbona Mungu hakuzuia? So, Faradhi ni mimi au ni? Nafikiri yeye ataongea, alafu wewe sasa uniambie kwa nini uko kwa Mungu na bado shetani anakutaka. Sasa umeokoka. Na sio hivyo mpaka wengine hata wana speaking tongues. Kwanza dada mwingine aliniambia kwamba aliingia na alikuwa hata na prophesy. Wacha tueleze ndio. Atuambie ama yani Mungu yani unaweza ruhusu mtu wako achukuliwe na yeye ndiye ama ni pale alichokoza mapepo. Unajua kuna mahali amesema alikuwa anatoa mapepo, wanatoka na ajua naenda wapi. Faradhi hata I believe kuna watu ambao wako mahali hapa unakuta kwamba they are born again but wameingilia lesbians. They are born again but wamefungwa na pornography. Na before hata umpe kuna kitu nataka tukutaja hapa. Kwa sababu nina experience watu ambao tumeombea deliverance. Si watu ambao hawakuwa wa kanisa. Ni watu ambao wamekuwa wa kanisa. But shetani anapata nafasi. Na kuna mambo tulitaja last time but nataka niongeze mambo kadhaa hapa. Na Bwana Faradhi tunasema kwamba it's good to understand the power we carry. Ni vyema ujue kwamba tuna nguvu sisi wa Kristo as who are born again. The Bible says Ephesians chapter number 3 verse number 20, we have the power of God in us. Power in us. Na hata kuwe kuna mapepo, hata kuwe kuna majini, ni vyema tu understand we carry that power. Na Biblia inasema kwamba hizi ishara ni miujiza zitafuata watu ambao ni waaminio, believers, not bishops, not archbishops, not pastors. Bible inasema kwamba mtafukuza mapepo. Faradhi kufukuza mapepo si kwa pastor. Kufukuza mapepo si kwa bishop. Kufukuza mapepo si kwa apostle. All of us, as long as you are a believer, you need to believe na uamini kwamba una nguvu ya kushinda mapepo. Shida ni unafukuza inaenda wapi? Sababu labda unafukuza unafungua mlango zinarudi. No, the problem is this now. Now hiyo tena ni issue kubwa sana. Kuna watu ambao wanaituma kuzimu. Bali hakuna mahali kama kuzimu Faradhi mapepo yanaenda. Acha nirudie tena. Kuzimu kumefungwa. Yes. Na vile nasikia watu wakizituma huko. Wapi? Hata nilikuwa niulize rafiki yangu huko ni wapi? Revelation chapter number 20. Bible inasema kwamba already the bottom pit mahali pale, ile shimo kule nini, already kumefungwa. Kuna time wakati alubeti itapulizwa, the church iondoke iende kwa anga for 7 years mahali pale. Bible inasema kwamba after 7 years now, kanisa
pamoja na Kristo tutakuja hapa nao. That's what we call the second coming. Tukija second coming, tutakaa kwenye Mount Olivet ile iko Jerusalem, alafu wakati Jesus Christ atakanyanga itakuwa flat. Then kwa sababu ni Red Rock, then kutakuwa na mto mkubwa mahali pale, ule ambao umeelezewa in the book of Ezekiel. Then tuingie kwenye millennium. Millennium hakutakuwa na mapepo. Millennium hakutakuwa na shetani. Shetani atakamatwa kule kuzimu, kutafunguliwa, afungwe hapo. So any time Faraudhi unafukuza mapepo, unasema kwamba unayatuma kuzimu, yanajua kwamba hujui Bible. Kwa sababu already yanajua, shetani anajua kwamba time yake ile atafungua pale ni ile miaka 1000. That's it. Sasa hii anatafuta watu ambao watainitiate kwa kidomo yake. But in case unafukuza mapepo, what are you supposed to do? Mbona nasema kwamba mapepo na ufalme wa giza hata kifo. In fact, Jesus, Paul aliandika in Romans chapter 16 ya kwamba God of peace will crush Satan under our feet. Chini ya miguu yetu. So mapepo tunafaa kutangaza yako chini ya miguu yetu. Majini yako chini ya miguu yetu. Tukisema yako chini ya miguu yetu si hapa. Kwa hata tukishinda tufanya shetani ni spirit hapo. Unamkanyaga hapo. Ile design tumemkanyanga nayo. Atikanyanga ukanyage shetani kwani yako hapo. By the way, wacha ni surprise watu hawa. Kuna watu ambao saa hii tuangalie hapa, wanasema wanasumbuliwa na shetani haja ifika kwao. Na nilikwambia hapa Faraudhi shetani another time wakati tuliombea mtu mwingine ambaye alikuwa kwa kidomo shetani sana, alituambia kwamba tulimwombea for one full year ili afunguliwe, ili sasa nyoka zitoke, alikuwa amewekwa, ili sasa jicho ilikuwa hapa kwa kitofu chake, kuna jicho ilikuwa mahali hapa, kuna jicho ilikuwa kwa mkono. Yes, kuna jicho ilikuwa hapa, akiangalia hapa anaona mambo kutupia kwa hiyo jicho. Do you know kwamba alituambia for that mwaka mzima, sababu alikuwa na ile jicho tu huwa tunaita dadai, alikuwa na uwezo wa kujua mambo. Do you know alituambia kwamba shetani alitutembelea onele mara 3 tukiabudu, alishindwa kuingia mara 3. Time hizi zingine hakuwa anakuja, alikuwa anatumana. Remember kwamba yeye ni mfano wa hiyo ufalme wa giza. Kwa hivyo unaona sasa hawezi shetani kuja kwako kwa Faraudhi. Lazima uwe sasa mapepo ametumwa umeyashinda. Kama kuona madirector wengine. That's it. Yes. Mimi nakumbuka after nimekuwa delivered. Sasa after nimetoka huko. Yes. Kuna siku moja mchana. Ilikuwa mchana, nilikuwa nimejiekelea tu kwa bed hivyo nikimeditate. Si ati nilikuwa nimevuta weed, nilikuwa na meditate mambo ya God. So nilisikia nyumba imejaa earthquake. Umesikia nyumba inatingika. Paka nilikuwa narusha hivi kwa bed. So mimi hata kabla nielewe ni nini ilikuwa ina happen, niliona mtu amepitia kwa ukuta. Boom, alikuwa amevaa nguo za black kutoka juu mpaka chini. Alikuja amenichota design nyingine, si mwili alichota, ngoa soul alafu akanisimamisha hapo kwa nyumba tu kanisimamisha. So alikuja amesema at who do you think you are to destroy my kingdom. So mi wakati nilimuangalia tu hivi nilijua ni shetani kabisa. Boss wa hell amejileta yeye mwenyewe, unaona. So mi shetani anaelewanga lugha yote, hata shenga ama hata nini. Juu mimi nilimuongelesha Kiswahili nikamwambia shetani, hii si zikusanya ulikuwa mimi unanitishia. Sasa hizi mimi nishajua mimi ni nani kwa kingdom ya God. Na hata nikukumbusha shetani, ulinyang'anywa nguvu zote nikapewa mimi. So mimi saizi uwezi nitishia, unaona? Na nikamwambia in the name of Jesus, uende kwenye umetoka na usiwahi rudi tena kunisumbua tena. Na hivyo ndivyo walitoka tu na hiyo fujo boom. Lakini mimi sasa past after hiyo siku jua kumchallenge, sasa hapo ndio attacks zikakuwa mbaya sana. Hiyo hata ndio maana hiyo hata ni before nipatane na Pastor Kefas. Juu nakumbuka 2 days later nilikuwa nimeenda tu kwa Lu usiku saa 9. Nyumba yenye nilikuwa naishi iko na choo ndani, so nilikuwa nimeenda. So kutoka nyumba yenye nilikuwa naishi next ilikuwa ni hanging lines. Mimi nilipata wanaume wamevaa masuti za black, wazungu na Waafrika. So mimi ile time niliwaangalia hivi nilijua ni akina nani So nikafikiria nikasema, sasa nikipiga nduru wanaweza fanya hata hiyo sauti isitoke. Alafu hata maneiba wakikam, si anaweza hata wanaweza kuja wakose kuona watu kwa tu ni mimi nawaona. Waanze kusema fei alichizi. So mimi nilikumbuka tu Bible verse yenye inasema those who call upon the name of the Lord shall be
saved. So mi hata sikuomba na sauti, niliomba tu from inside, nikaambia tu Jesus Christ save me. Ile kitu ilitokea hapo, hiyo ndio ilikuwa siku ya kwanza mimi kuona malaika. Niliona malaika wameshuka from heaven, wakakuja wakafight na hao nini, alafu wakadisappear wote. After that sasa baridi ndio iliniingia, yani uoga, nikasema kai, so watu wako serious. Hebu nikuulize tu swali moja hapa hiyo time yote umekuwa mahali pale, ulikuwa na that time ulikuwa unatumikia ule ufalme mwingine, mara ngapi sasa ulikuwa na encounter na shetani mwenyewe? Sasa mimi siwezi kumbuka, sitadanganyana ati na in fact ni story mingi sana, memory ilifomatiwa. So with time, juu unajua sijaokoka for long, as in this, hata sijafikisha 2 years kutoka niokoke, unaona. So with time unaenanga ukikumbuka. But the reason why nimeuliza hivi kwa sababu I remember kuna hii story, sijui kana Farudhi ulisikiza story ya Isaac na Moses. Hii ilikuwa kwa Apostle William. Akisema kwamba ilibidi wafunge 70 days. Wa fast. Si hivyo watu wa kiroho wanangangana kufunga 1 day. Alifunga 70 days ili aonane na shetani. Ako kwenye that kingdom, but now ili aonane na shetani inabidi afunge. Kwa sababu kwa ile ufalme shetani ni mkubwa wao. Na shetani huwa anatumana. That's unaweza kutoka kwamba kuna kapepo karasi kanaweza kuwa kanasumbua, kapepo ka masturbation, kapepo ka gazing. So huwa anapigana na kale kapepo. But now sometimes, na let me say this Farudhi, watu wana magnify mambo mengine. Unakuta kwamba ni kapepo tu karasi kana kusumbua, but unaona kana kwamba ni shetani anakaa kwako. Na ni kapepo unafaa ukakemee. And remember this, kuna vijana wale ambao in the book of Acts chapter number 19, the 7 sons of Sceva. Wale Sceva alikuwa ni baba yao, na baba yao sasa alikuwa ni high priest. So wakisikia kwamba Paul anafukuza mapepo, na wakafikiria kwamba na sisi tutaenda kufukuza mapepo. But remember, walipoenda kufukuza mapepo wanaenda kufanya kulingana na vile Paul anafanya. Farudi usi kufukuza mapepo kwa maana Kevas anafukuza. Sina juanga Kevas anafukuza mapepo. No. Mapepo walimwambia tunajua huyo Yesu mnasema tunamjua. Huyo Paul tunamjua, nyinyi ni akina nani? Nakwambia majamaa, najua kwamba baba yao ni nani, ndiye alikuwa ni high priest. So ni watoto wa high priest, so ni watoto ambao walikuwa naenda church. But now hawakuwa na relationship with Jesus. You cannot use the name of Jesus Christ as a formula, because that's a problem. You don't use the name as a formula. Ati ni formula tu. Ati mapepo yakija tunajua tunasema kwamba shidwe. Ati in Jesus name. No. Farudhi mara ngapi tumesema in the name of Jesus Christ, na ambapo anatuangalia. It's not about name kama formula. It's about the relationship with that person carrying that name. Do you have the relationship with that person? Are you one with that person? Not just kwa sababu kuna watu wengi sana wanatumia jina kama formula. Furthermore, mapepo akija, nitaambia tokeni katika jina la Yesu Kristo. Utachapwa makofi. Kuna kadibeti Farudhi ilikuweko, sijui kana kwamba hawa watu waliona. Aka video kalikuwa kana thread. Ka huyu pastor ambaye ameenda kuombea msichana. Alafu akasema fire, moto. Yule msichana akareact. Akaanza kuchapa pasta. Ulikaona Farudhi? Msimtumie Farudhi. So akachapa pasta. Alafu yule assistant naye akaja kumsaidia, naye akachapwa. Na mwingine akaja, na ni msichana tu. Anaenda kuobewa, kaanza kuwachapa. Sons of Sceva walichapwa na wale watu ambao walikuwa na mapepo. Na tone that wakararua guo, wakatoka hapo akiwa uchi. Na ni watoto wa high priest. It's not about kutamka tu jina. It's about the relationship. Uwe na gwatano yule kona mundu ucio. Moini ati anake. Kwa hivyo si kutamka tu Mungu. Na hamna uhusiano. Mapepo nili hata kuchapa. Farudhi kuna sitari niambia kwamba akitaka kujua kana kwamba wewe uko righteous, ukipita hivi. Agent mwingine alikuwa anapoa kazi anakufanya hivi na mkono. If uko mtakatifu hautaonekana uchi. If wewe si mtakatifu anakufanya hivyo, unaonekana hauna gua. Kwa sababu spiritually speaking, righteousness is a garment. So ukiangaliwa kwenye ulimwengu kiroho, you have that garment of righteousness. Okay. So nafikiria ile reason ilifanya shetani
ajilete mwenyewe ni juu aliona task yenye iko ahead of me. Juu after that nimesema niliogopa nikaenda kulala, but nilikuwa naogopa watakuja. So hiyo time ndio niliona light imeingia kwa nyumba. Alafu kupinduka hivi, mimi nakwambia niliona malaika mwingine mkubwa sijaimuona, mrefu hivi, alafu mabawa yake imepenetrate hivi kwa ukuta. Alafu sauti kaniambia, hivi ndivyo mimi hukulinda. So Wakristo mjue mko na nguvu na mamlaka yote. So unaona huyu ni shetani mwenyewe alijileta na kumkotia tu Bible na hiyo boldness. Unajua Bible inasema those who know their God shall be as bold as lion and shall do exploits. So msiogope, mjue ile power mnakari. Alafu pia mjue mko na backup ya malaika. So unajua hii si story nimeambiwa, nimejionea malaika wako, na I think God aliallow hizi vitu zote zihappen ndio anionyeshe ako na nguvu, na pia aache nione ni nini inaendeleanga in the spiritual realm. Alafu hata nakumbuka kuna time hiyo Tuma attacks, kuna time musician sasa alinitokezea. Musician. Najua sitataja jina, alikuja kwa nyumba, alikuwa anakuja kunisodomize. Aliniambia I am the king of East Africa. Sitataja jina. Lakini najua watu watajua ni nani. I'm the king of East Africa. Na nakujanga wakati wengine wameshindwa. Ndio maana niliwaambia gate ya soul yako, roho yako ni macho na masikio. Imagine nyinyi mnasikizanga songs za hiyo musician. Amjui yako huko ndani kabisa, na amjui hizo songs zao wanakuanga amezifanyia madhabahu sacrifice mingi, ndio zikikuja huku zikuwe hit songs. Si tukisikia tuna hicho tu zinaenda tu, unaona wewe hujui tu ni mapepo unasikiza. Hata mtu ameokoka na hiyo. So mkwe careful sana. Sasa Okay, nafikiri we have less time. Tumeketi hapa karibu hata mtu anasikia sasa. So Pastor, nafikiri tutafikisha hapo. Yes. But maybe siji kama because you've been with her, yes, at least tumeweza kumsikiza. Maybe tunaweza fanya synopsis ama summary ya what people should do. Yes. Whenever such things, ama mtu ameanza kuona tu vitu kama huto tumefanyika kwa life, ajue ako wapi na atafanya nini. Yes. Frodo, hata tuanzie hapa mahali niliguzia tu kidogo, nikasema kwamba kuna watu ambao wanatumika in the kingdom of darkness wakiwa wanajua wamejipeana. Kunaweza kuwa vile amesema, kuna waibaji, kuna wahubiri, kuna watu ambao wanajipeana wakuwa wao politicians wanataka kwa sababu maybe anataka pesa, maybe anataka achaguliwe, maybe anataka kuwa na kanisa mzuri, huyo amejipeana kitaka. Na kuna ile sacrifice amepewa. But now kuna watu ambao wanaingizwa wakiwa hawajui. Yes. I remember Tuesday kuna sister alikuja. When wakati tulikuwa akaongea nikamwambia stop. Do you know sister umeigizwa kama agent? Ananiambia kwa hajui. Hajui ni agent. Yeah. Sasa wakati nianza kumuelezea, that's the time alianza kuona kwa hakika ametumika kama agent. Yaani mzuri sana, but hajui anatumika. Na unakuta kwamba kuna watu ambao wanatumika in the kingdom of darkness bila kujua. Wanaenda kanisa na wanaomba, but wanatumika. Soro zao zimefungwa. Na tulisema kwamba kuna kitu sisi alitaja ya kwamba born again Christian hawezi kuwa possessed na demon, but anaweza kuwa oppressed from outside. Na shetani anaweza kuoppress mwili wako na anaweza oppress your soul. That's unaweza kuta kwamba unaweza make a decision mbaya kwa sababu that's a part of your soul. I will, mind na emotions. Unaweza hata uwa mtu mbaya. Unaweza kuwa manipulated uwe mtu ambaye atakuja kukuua, na umeoa mtu ambaye atakuja kukuua. Haujui. Not only that, unaweza sikia kwamba umekuwa manipulated, unafanya kitu ambacho hufai kuwa unafanya. Mungu amekutengea ufanye hii, bali unafanya kile ambacho hufai kufanya sababu umekuwa manipulated. So there's those oppressions. And fraudhy, unaweza kuta kwamba wewe mwenyewe guo yako imekuwa initiated. Yes. Unaweza kuta kwamba umelala usiku unaamka umekatakata mkono wako. Unaweza kuta kwamba umeamka umenyolewa.
Unaweza kutoka unaanika nguo kwa kamba zimeondoka, haziko, zinaenda kwa initiated, wewe haujui, unakuja unavaa, from there unaanza kuota ndoto mbaya. So these are oppressions. Does not mean kwamba ati una demon ndani, but ni mapepo anakufinyiria from outside. So na kile ambacho unafaa kutayarisha watu ambao wako mahali hapa ni vyema sana, kwa sababu unaweza pia shetani kabisa nafasi. For example, unakata kusamehea mtu, umelala na mtu ambaye ni wa that kingdom na haujui. Na unanitasema Warodhi, niruhusu tu niambie hawa watu. Baadaye nilikuwa nitaja hapo. Ni vyema if unataka kuoa, tiga kugeria. Karibu ni mwele tiga gutino kigeria. Kwa sababu unaweza jaribu. Na maybe Mungu anataka ujue huyo mtu umfai kuana naye ni mbaya. Ogerie Farodhi. Na mundu akorwo ni igeretie kwa ngoma. Kuma hau nayo igerio kuria. Uinitiate. Kwa sababu hakuna kitu kinakamata mtu rahisi tako kwa maana mundu wina maroho. Kama wanaume wengine wanalala na wanawake, from that day emergency huko unakuwa barren. Pata mtoto. Farodhi anasikia. Mimi kuna brother nilimwambia deliverance. Alikuwa amejiconfuse. Akaona kasichana kako kazuri. Alafu wakarana kale kasichana. Kuanzia hapo brother akawa na masturbate mpaka kwa barabara. Ana masturbate kwa barabara. Si kutaka koke nizo spirit. Na sio hivyo Farodhi, tumesema unaweza kuwa na mimba utoe mimba. From now do that. Yale mapepo apate access, yaanze kukufinyiria na uanze kutumika bila kujua. Not only that, unaweza kusikia kwamba kuna watu ambao hata nyumba. Farodhi tunasema kwamba is very very important. Unaweza hamia nyumba. Alafu mwenye hiyo nyumba na mapepo. Mwenye hiyo nyumba na ule ufalme na unakaa huko. So unasikia kwamba kuna watu wanatembea huko. So usipokuwa wewe ni mwobaji, zinaweza kufinyiria. But let me say this. Wakristo tuna nguvu. That's the thing. Wakristo tuna nguvu. But lazima Wakristo number 1 ujijue who you are in Christ, ili ushinde hizi vita. Then number 2, lazima ujue kwamba maisha yanafaa kuishi maisha utakatifu. Maana usiposimama na utakatifu yatakuweza. Then another thing, lazima uangalie kwamba maybe unajifunga. Kwa sababu kuna watu ambao huwa wanajifunga, by the way. Kuna watu ambao huwa wanajifunga na vinywa vyao. Unatamka unasema mimi nini kile ambacho unatamka, shetani anaweza tumia yale maneno ya kuoppress. Usiwe jifunga na kile ambacho unaongea. Au unasema kwamba ni dikahika kwa Romania dikahika. Sasa alafu time utaamua kwamba unataka kuelewa yale maneno nani yaliondoa. Utakuta kwamba utasoro kidogo, sababu wewe mwenyewe ulijifunga na mapepo anatafuta those negative words ili ya kuoppress through those negative words. Maybe in those gifts uliletwa na boyfriend gift. Na ile gift uletoa pete ni ile pete ambayo iko initiated already. Na nikio ginya tugikithio hiki pete ile no nginya ngiamba kuhoerwo. To ni kwiko ithondekagirwo rikwenda gutigira ngikiaria muno. Na maito mengine mathondeka ona tia honoku. Nasi anagiona mathondeka makainitiate magogoni-ini mao. Na nikio ginya pete no ginya. Sasa we Farodhi unataka kuengage mtu. Alafu ukumuengage unachukua pete. Na ile wagora hale wagora mundu ucio ti muhonoku. Wa muengage. Unasikia kwamba huyu mtu ataanza kukutoroka, mwaje kuhitania. Kwa sababu hiyo pete inaweza kuwa na those altars. So that's why huwa nasema kwamba ni vyema kumenya tusira tuli ngoma gikatia, but turugame na uthigu, tumenye ithuĩ twĩna hinya na toro uguo tutigetikire kwenderio gwe na mucukani. Hapana. Farodhi kuga no warota ati ugitu tikuwa wa ngoma. Taru ne ona no rote woka kugerio komo na wetuko. That's not the end of you. Na tikuga ate modo ni mathira asa wina hinya na no utangathe kwaje ngiro tokiro tokiuru ukira hindi yo ugakiro togiki gitikongora ringi marhoma ya matigoro ringi wina hinya. Saitani renda ukuonia ati we nduri uri agwikire guoya wajie komaka iroto icio cianjie gukondinwa ciri. From there wikoro no igiri thino mothe makimaria ungimenya mundu thamiri yaku ngikugeria gwate ngikugirie gwaterera mundu tigana nake ndorobatara kwenda no mundu wothe thi ino kwenda utabatie no amenya uguo na watoria. Wow, good. No hai handari gwatiriri hau ha nyumba ri tatu hathamira nyumba ya mundu hana uguo. Sasa ni wewe utaanza kufukuza hizo manini. Yes. Ama ni wewe utatoka huko kwa sababu unafukuza na nia mwenyewe. Nani anaichokoza? Wewe ndio umekuja. Yes. Alafu tugatiriri hara tugathie ndio gwatira. Take ngurie kiuria umuthi gwitire na andu mara tuthikiria hame Saudi barutaga nyumba na ni honoku na memu kwa mundu tari muhonoku ona ringi uruta wira kwa muitheramu kana na garuta wira kwa Masonic egwika atia
na ona rĩngĩ tiga ũguo nĩ ũkinyire kuo ona tiga ũguo ona ũkĩra andũ marotaga wĩra nginya kwa hindi na ti honoku egwĩka atĩa mũndũ ũcio nĩ gũtiga wĩra tondũ mũndũ ũcio ti mũhonoku tau no mwĩra rĩu atĩ mũtiĩra ndangĩtiga wĩra na ndaheanire ngerekano ĩmwe ngiuga Obadia rĩ arutaga wĩra kwa Jezebel na Jezebel rĩ arĩ mũrogi na hotire kũhithana figa na rĩrĩ rĩmwe so na bona bũrũri no ũthiĩ kũndũ kũrĩa no ũingĩra nyũmba ĩyo rĩ no ũmĩamũre mwathani kũndũ gũkũ ndaingĩra nĩ ndakwamũra kana kwĩna mahinya ma ngoma nĩ ndakwamũra kũndũ gũkũ mahinya macio matikũndoria ndũkariganĩrwo ũtheri na nduma cingĩikarania we wĩ ũtheri ũingĩra kũrĩa nĩ ũtheri yes kĩambere no ũkorwo kwĩna mbara tondũ nĩwe wamakora no ĩkorwo nĩ we wĩiguĩte rĩ ũgũkora kũu ikarĩte gwaku no anjie kũmark territory ĩyo tũkũrĩkĩria hau. Nataka kuongelesha wazazi. Unajua saizi devil ako na strategy especially kwa juu anaona haezi fikia wazazi wenye wameokoka, ana target watoto wao. Juu ukigonga mtoto ni kama umeshika mzazi. So unapata watoto wanakuwa ni kama tu wanaingiwa na hizi madhambi mob, yani wanakuwa tu kama wendazimu, wanaanza kulewa kuingiza kwa hizi stories za dunia. Then unapata mzazi ameshikwa na depression, anapatwa na blood pressure, ulcers. So usikubali shetani akuoppress na hizo mavitu depression na nini. Ukiona mtoto wako ameingia kwa hizo vitu, ile kitu upo unaweza fanyia huyo mtoto ni kumuombea na usiwe lose hope. Mi mama yangu na babangu, unajua kuna time walikuwa wanakuja kwa nyumba wananipata, mamangu anakuja anapata nyumba hata imejaa moshi, hata hezi niona vizuri venye nimesmoke. Aliishi tu kuprofesy good things, ananiambia Fei, hata uende wapi wewe ni mtumishi wa Mungu. Unaona, haku give up, waliendelea kuomba for 10 years, hawaku give up. So wazazi msitikie hizo strategies za shetani ati wa oppress through watoto wenyu, na pia msigive up kwa watoto wenyu, muendelee kuwaombea na God wa bless sana. Fruthi jitekeria rĩrĩ heki uri kihagucokia ati pastor, why is it that someone who is saved also need deliverance? Jesus saves once and for all, but why is it that we hear someone can be saved but not delivered? Na naguciria rĩrĩ kũdeliver tũgwĩta atĩ na Gĩkũyũ nĩ kũgũkũrwo ndienda gũgwĩta gũkũrwo mũno. Fruthi tombe tuge atĩrĩrĩ salvation, the word is salvation. The Hebrew word for the word salvation is deliverance. The Greek word for the word salvation is deliverance. Not soteria. Ni soteria. Soteria means deliverance. That's the word salvation. Higher. But now a human being, a human being is a triune being, and a spirit and a soul and a body. Na gĩcokerio tondũ kĩũria kĩu Farouthi nĩ kĩgia andũ aingĩ mũno rĩ, ũmũthĩ wahonoka Farouthi wamũkĩra ũ Kristo ũhonokaga. You get born again in your spirit. You are new creation in your spirit but not soul. Na nĩ kitu gĩrĩ thĩinĩ wa Biblia gĩthoma rĩ, we have the tenses of salvation. Tenses of salvation. Marĩkũ mugĩte nĩ twahonokire, marĩkũ mugĩte nĩ tũrahonoka, na kũngĩ kũgwa twetereire honokio atĩ honokio itũ kuhĩrĩirie ũkĩra hĩndĩ atwĩtikirie ũrĩkũ ũyũ na nĩ twahonokire, marĩkũ mugĩte nĩ tũrahonoka. So there are tenses. Nĩ tũhonokete twĩna spirit ingĩ njerũ, but soul yaku ndĩhonokete Farouthi. Nĩkĩo no wĩciragie maũndũ moru, ethia na mbere kũhonoka. Na tuga salvation nĩ nĩ deliverance. So hena deliverance ĩtĩkĩte place ya mehia maku ya kĩu gĩothe, no maũndũ marĩa ũragerera moritũ gũkũ rĩ, rĩngĩ issues cia gũkũ mũtũrĩre rĩ, ũrathiĩ na mbere ũkĩhonokaga ti mehia-inĩ, maũndũ ma mũtũrĩre cũrũ-inĩ matu-inĩ maku, tondũ cũrũ nĩ matuo maku, meciria maku nĩ ũrahiũkĩrwo, nĩguo tũtegwĩka ĩyo nĩ cũrũ ĩrathiĩ na mbere gwĩka atĩa kũhonoka. So cũrũ ĩrathiĩ na mbere kũdeliver, ndĩrĩ yarĩka kũdeliver, spirit nĩ deliver, mwĩrĩ ũkadeliver, Ngai oka. All right, we twatĩire gĩkũmi tũgũtha mathaa maya. So tũkũrĩkĩria hau, tũcoka rĩu twambe tũthiĩ kabũrĩki kangĩ ka maũndũ maya nĩgetha tũcoke wendo-inĩ. Ndiagĩticire kwĩra andũ haha
ndihage kegera ngerwo ndirenda mundu no tigeo na thaa ici ndakirwo ha thaa ici mundu ukinya ndikire mundu ndenda mundu niki barothi ndona mundu barothi kana tu kama ukireti group ya kire ya WhatsApp ya mundu ndo the single mundu wothe single ri tumakirietira WhatsApp group tobeto ndiriria habaro yes tuge serious ha to nyandikiro message ya ati niki mundu ndogire no atwereire mundu ha studio newe no so we are now ready and set andu ni mekumenyanira haha mekwendanira haha ni megucoka no matiganire ni kiundu o uguo ta kiu tukwaragiria haha no he brother ndaiguira tha brother yo ya ahire assignment nigetha agarie kwi justify tigana ucio brother ya waheire wira he handu waheire wira nigetha prove andu ndeno ni ama brother we tura waku break tondu hau ya breakire so ruta covenant na maundu maria riu wari namo macio matumaga ndio yuke brother we tura ku brother ya breakire ri ni to maha studio hala ni agotira kuria ri tondu brother yo ri na niku brother cia data assignment tha icio brother hey doziurie brother angimenya sister hano guo ati niwe wa mbere no atore thiruka gotuku mugima aya kiru nake nasi Taregeria so maundu ma wendo ri megucokereria so we shall create a WhatsApp group na riu ni tondu he software ndirethaga iria ngoceterwo ni turi hota uka live turi andu kadha tuonania screen-ini iyo maneno iko na nawe akorwo ni hota uikara hana ni urenda mundu na eno ko wicingu ni to hota guteithia andu angi tutige haha na takona kene da mundu thio ikire okay behind the scene so we are in for that na ndio gũtigire andũ ndo akimateithio na hau tondu no korwo kuonera mundu mwega hana wendete Ngai na pasa ni kumuthima rore kana ni endete Ngai kana ni wa kwĩringĩrĩria Ngai nigetha akuone na ndũ ithako ndukakwo brother iria ihonokaga tondu madam fulani oigire arenda kada honoku ni na tene he mwiri turoretie urenda mundu kana urenda mundu muhonoku kana no akora mistake kana figa kiria figa six pack kana urahoya Ngai akuhe mundu ngikuhe security muciĩ mundu muraihu wina masus we so tohoe turiki togucokeria ngatho togutia tondu wega waku tondu hinya waku mwathani no watumenyerera no waturuta no watumenyithia maundu maingi muno andu muthamaki ni marathimwo twarie kaba iguru rio aria mohetwo muthamaki ni mohorwo na andu aku muthamaki wa thayo matikugieka ringi tondu wi thiini wao ni mahotanĩire na hinya wa mutharaba mwathani wi thiini wao na no maika maundu mega na maundu manene ni ugatandu wa session iyo mwathani uria muthamaki wari na ngoro ici aria othe mena mathina macio no mathira aria marabatara mawira twametirie mawira aria marabatara honio tũtangathĩre mahona aria marabatara muthamaki promotion twametirie promotion gutiri ungĩtana gutiri wikaga tawe thiini wa Jesũ Kristo ahoya ona twĩtĩkia amen thank you so much nijui kuri andu mangienda gukuona tondu session iyo nijui kuri andu megwithurumagirira he maundu matangihota kunjia no we no muhote kwira nigetha umateithie so no mere kuria kanitha ri mithenya ya deliverance na ona namba ya thimu Ndio tukoragwo kuria Dandora Phase 2 haria stage ya junction ya cinema Tuesday na Friday turagia na one on one na tugakirora haria tugubatara ihoya na kuria kurabatara kansu tugakidina maundu macio mothe na by the way tukona mahujio every day kuria Facebook Reverend Kevas K Karanja kana YouTube Reverend Karanja Kevas Karanja tukakuria kuma thenya cio tukutwaria hamwe ngekera kujaria ni 0726 511792 0726 Ngai murathime tumwendete muno. So Salima Loko, mimi nataka deliverance na my family yake, msiache niumie wachungaji wakiwa hii habari. So shokera na beo 0726 511 792. Alright. Na ni wengi sana wanahitaji namba. Watu wako we ndenda deliverance to ndaigirie ndikahika tondu ndaigire mwana ndina miaka 16 ngimena arume hata nikidate haiyedagi 1 year now I need modo
Ahotara deliverance and modo. Kwaje ru hau koja hakiria modo. Yeah. All right. Thank you so much. God bless you and goodbye. Thank you muno kuri members. Shout out to members. Nigetha wone bata wa gutwika member. Mureto Sweetheart ni member. Regina David ni member nake. Member ngidona guku mathire ku member na nigumonete. Penina Benjamin Mpora ni member. Mundu ungi uguonete. Na kuna member yote yako karibu hapa. Na merie mundu atwike member ni ukuna kadora sign hau member ndumere tukirikie member awejiria desi hau ni muni ona member member Iron Lady wake ndona ni member daliga Iron Lady Kenya ni member yaku ni guona tondu yakwa ndaikara refreshaga keturore member guku wa refresh ri thandi ciurite na kure rugongo ni kuri tofauti ya gutwika member na gutwika fan. Gutwika member ni atia uguthi hari handikitwo subscribe ni ugukora ka icon ke hau ka join hinya hau join hetokirio ga process ke hau wenda gutwika part na twika nigetha utwike member. Cooking with Riz ndo nake nyoka ni member ucio ni member Cooking with Riz ni member. So gutwika member ni raithi uguthio hau na maundu Monica Mwagarori. How do you become a member? Becoming a member uguthi hari handikitwo subscribe hau kando hena ka icon ka egaro ke karetwo join. We oragererio process yo kona ni dituri kwina WhatsApp group but before then no kigeria hau ha join ndo yo ni urahio kadora side ndi hota gukumenya na ihenya no ni jo kwina group ingi ya partners gundirona andu ta Duncan ona kene member very good asante so ndiramenya muri ingi muno amwe maikuria hihi WhatsApp group ini na ngai wa murathime muno makiria waingira waheo kadora sign ukamenya no watwika mu member officially so tashiri thank you muno ati Farodhi fungua bells za members Beru Awana ile bero iria cikuo cia Romeri. Ati namba ya card ndio gani? Card namba niyo kona na digits 16. Tiga account namba eno iha. Ni kinene. Iyo igida mwanene namba 16 cia hau. Kadri ni wa ngui yo nake ni mumemba niyo ka. Kadri ni wa ngui ni mumemba. Wewe ka shout out ka member na ga fans. Mi member no iguaga. Afu hena ga sign wekereirwo. Eni. Yes, so thank you so much. Fili tekadami, thank you very mera asante. Monica Dongo, thank you. Shiko FM, asante. Luosho ni fans. Panama fans. Yes, ni fans. Dila dhoma. Monica Wanjiko, thank you. Korea Dukinyamani DMaga. And we now have officially launched Farodhi Studios. Wow. Farodhi Photo Studios. Yes. Farodhi Photo Studios na tuiguku Social Estate house number 377 we ha Shujaa Mall Gate C. Yes. Bishayo the Dhaka Yumaga Farodhi Studios. Yes. So waigwa ni reda bisha jaga ya family bisha ya mwana maybe we ni abiti gwikira maternity dress no menya bisha rero iga abiti gwikira guo hade hugukira mwiri waku bisha ta icio ni turahura thaka muno photo shoot moima Saturday tiriri wakimohiki mwoka photo shoot goko hari ahurwo niki so we have now launched so now okay anytime na tukire kule Instagram wethe Farodhi Studios kule mwana wa Instagram wethe Farodhi Studios ona kule Facebook shekuni ukogetuona na haria ona YouTube no gotuona Farodhi Studios na nigetha tuhote kuguserve better kabisha wothe kego kwenda kana ka online kana ni iratu wenda giwenda tuhure iratu ciga no na bisha nigetha uciikire kule mtandao-ini we shall do that for you. Ona mwenda woka kuhurwo na mwendo waku ona mwendo waku na gutire mundu ungi urenda maybe we na fiance bisha no we tugutumira no we ugutumirwo kabisha ka wendo no kabisha na kabisha ka wendo ona bia guikarira haha aya hallelujah cia kiribisha cia family na murahurwo handu ni handu hindete by the way yoro ningi na kapoya kana we singo we na no iga haha ati no singo toko ya kiria muhunjia ndo ya haha gutire engagement tuonete tutekuona engage hakuna kuficha white kwa Mungu tunakaa chini ya maji tunapiga surprise tu hamdai kufanya kirabis inaitwa Rabis family
Hiyo kucheza chini ukiwa Mkristo pastor, hiyo ni mzuri kweli? Hiyo story ya kucheza chini kwani iko kanisa? Unajua kuna watu wanapenda kwenda kwa public na wengine kwa private, unacheki. Mimi ukioleka hiyo ndio kucheza chini. Mimi nataka mchungaji aseme watu wa church kuna mambo ya chini ya maji. Na mkakosana. Pastor anajua hiyo story. So ogenda ciana cia kuihurwo na wiruraya, we shall send you the procedure ori okuriha ciana cia kucioke ihurwo bica. Ni tukuririce quality cia ikuhe ya kiria turaruta guku so that wambe wone ti thako twina rio. These are professional photo studio na ni kiri handu hega we location security ngari yaku ni handu gupaku wega na iria guku thiini turi o haha turi ino ni imwe ya studios no ni ya ku interview no ni hena icio cia bica. So feel free anytime, any hour, any minute is a photo time. Thank you so much. God bless you. Hena kiulia wana? No haturume ndo kuda tuteke. Tuteke sawa. All right, thank you, asante.